Okay, kama kawaida. Alright, karibu sana karibu sana kama kawaida watu wangu ndani ya Kisi Hot TV. Ndaruna nyori wasini nisikunywa makai wanalenge partnership fika. I want to community house alias kibwati tanosi pi. Tiango tabinga karibu go cheme direct life and direct kibwati na kigo to kimbaka. Omusai connect na omusai kapisa lero iga togia kere mbaka tenga toko wiki. Anyway, alias kibwati chinsubune chichabone marago wate ankwali gani kiji mkabisa. Ngote minga karibu sana ndani ya show kubwa. Ponge la show kabisa hapa. Nishamwagika ndani kama kawa. Kwani kwa nini mtu wangu nakwambia kwamba alianza Sukibwati chinsubune chichabone marago wa hakikisha kwamba umeita watu wawili watatu, watu waweze kuamka bana. Vipi watu wapate wachumba. Pateni mchumba bana ama kwenda vipi? Okay, make sure this one that you have shared the link to watu wawili watatu wanne waambie kwamba karibu sana. Watenga kuruta wameingia kama kawaida, mimi nishafika na inawakilisha vizuri sana. Nataka kuchukua hii link hapa hivyo niweze kushare kwa watu wawili watatu. Pia wewe fanya hivyo. Nikiwa nafanya hivi kushare link hapa, nisaidie kushare link kwa watu wawili watatu tuweze kuanza show kama kawaida kama kawa. Njeno mwana kukurikuntu na ontonye tema makigima kabisa. Inawakilisha ninatesa kabisa ndani ya hewa. Ninashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wakati huu. Leo tu hivi na kuleta mchumba na kwenye na people na kwa person si aba ndote kwa singular and plural tunasema kama hivyo. So don't be singular, don't be single. There's people here come and mingle and mingular and all what whatever. Vile nimeingia tu kwa show hivi, nataka kuwakaribisha nyinyi nyote ndani ya nyumba kama kawaida, na kama kawa chinzi ambavyo inakuanga kama kawaida, na nicho mwana kukurikuntu mwana kurutu na ongichire makigima hivi. I hope that everything is good. Your day was well. Kwa watu wengine sasa hivi yani everything is good. Indeed, hakikisha kwamba umekaribisha watu wawili ndani watatu ndani ya show kama kawaida, tuweze kuanza mpaka saa 9 asubuhi alfajiri. Tuko hapa tu kama asubuhi. Kwani kwa nini? Tunapiga hapa moja kwa moja mpaka kieleweke nayo tuone kwamba tunafikia wapi. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wakati huu na kwa nafasi hii ambayo anaweza kutupatia. Mimi hapa nataka kushare link, nihakikishe kwamba nishafikisha kila mtu amepata hii link. Nataka kuhakikisha kwamba kila mtu amepata hii link. So watu wale wako single waseme kwamba ninafanya vitu bila kuwaalika ndani. Sawa? Sitaki mseme kwamba ninafanya vitu bila kualika watu ndani. Wale mko single msiondoke. Na wale wengine ambao tuko people, kuna mjadala wa kuzungumzia hivi leo. So tuko na kila kitu hapa ndani ya nyumba, na kuambia kwamba nimejipanga. Nimejiprepare vizuri sana mimi kama kurutu. Nyebangatika kama kabisa. Nimejipanga vizuri sana. Nataka kuleta kabisa mambo mawili matatu hapa, tuone kama tutafikia wapi. Tuone kwamba siku natupeleka vipi. Kwa hakika kwamba siku imekuwa refu, imekuwa nzuri, Mungu ametupigania. Tumepakisha tu dakika kaweza kumaliza siku, tufike siku ya Alhamisi, ambapo tunasema kwamba pole sana kwa wale ambao wamepoteza wenzao. Kuna pati pale kwa ndugu yetu kutoka Ebara Kigoro, alipoteza ndugu yake Prowolta Osoro. We also recognize you, my brothers, our sincere condolences to the family and your friends. Igati sumuti chamarani. Nikuwa tenga kesho mimi kama kurutu, nitawawakilisha katika hayo mazishi. Tuweze kumsaidikiza ndugu yake Prowolta Osoro wa Ebara Kigoro, kuzindikisa brother yake. So hapa nilikuwa nasindikiza hii link kwa watu wawili watatu tuweze kuanza show. Hivi leo ni siku ya Jumatano, but some hours too. Tu saa 6 tufike Alhamisi. Lakini ila tu kumbuka leo tu ni Vijana almost connect pata mjumba, na pia hapa katika siku hii kuna baadhi ya vitu ambavyo tunafanya nini? Tunashughulikia. Moja wapo ikiwa ni ile kupata mchumba, wale ambao wako single pata mtu, kimoja kama unapeana kazi, unatafuta kazi, pia hapa ndio tunafanya connect. Pia kitu kingine kile kama unataka kuomba mpenzi wako msamaha, hii pia ndio siku tunafanya. Waniambia kwamba kurutu na mpenzi wangu ndio mpigie simu, asaranga siawe anapatikana kwa mtandao sasa hivi, kwa maana ama tu tunaweza mpigia simu tuambie kwamba mpenzi wako ama rafiki yako anakuomba msamaha ama mtoto wako, sawa sawa. Na kisha baadaye kuna ponge tu kubwa la mjadala, na tunaweza kushughulikia kwa wale ambao si single, tuone kwamba tutafikia wapi. So nataka kukaribisha, na wewe ukiingia ndani hakikisha kwamba umekaribisha watu wawili watatu. Usiache mtu yote pale nje, ambia kwamba kila mtu fika ndani ya nyumba kama kawaida. Tutafikia wapi katika siku hii ya leo? Kina watu kina nani ni wana wakifika kwenye show
kama kawaida, watu waweze kuanguka ndani ya show kama kawaida vile tunafanyanga zile siku za enzi. Okay, hivi sasa at this moment nataka kufanya hivi, amwezi kumweza kusha hii link, nikimweza tunaweka simu chini na kuweza kukimbia hapo live on the direct, na tutaweza kufikia wapi. Natumaini kwamba siku yenu imekuwa salama salimini. Mungu amewawezesha, Mungu amewapigania, siku imekuwa sawa, samahani, imekuwa salama. Mungu ani hakika tu ni Mungu tu. I tell you, this God, this wonderful and fearful. So kama umefika ndani ya nyumba, wote nene mwenye umefika, register, anza kumaki. Nimeona Mary Mweni, nimeona Modesta, Esther Nyanduko bado namuona pale WhatsApp. Esther Nyanduko nchuga nchuarango nkwa people. What a kuwa singular for so long. Come here, I give you people. Sitaki kuja show nianze kuniambia unajua mimi niko singular. Uko singular na watu hapa wako singular wengi. What are you waiting for? Come here, asiyepandika you somebody ambaye ni mteshi naye kwa maisha, mpendeze, mwishi salama salimini. Sawa sawa. Hapa ukiona nimeangalia chini, ile tu ninaweza kushare ni link na share kwa wao watu waweze kukuja hapa. Kwa watu tunaambia kwamba kurutu ile kitu unafanyanga, hakikisha kwamba umetutumia link. So and that's what I want to do this night, okay? At this moment, okay. Wano ikiraga na bekire kiwatire kiganse, nenje so kiwatire se camera, tinso get camera ninyere merete, camera is my best and the best of whatever. Okay. Yes, niko hapa sasa. I'm with you here. Nataka kuona hapa kama tunaweza kufika katika safari hii, tunafikia wapi ndani ya Kisi Hot TV. Ndani ya Kisi Hot TV hapa ndio peke yake unapata vitu viko moto and moreno, vitu pira wasiwazi. So karibu sana kwenye show kama kawaida. Tunapenda kupiga maneno mawili matatu, kama tunafikia wapi. Ukifika ndani ya show, hakikisha kwamba umelike, chukua linki, share and make sure kwamba umefanya nini. Hakikisha kwamba mmeweza kushare link na mmeweza kufanya mambo mawili matatu. Mimi kama Kuruto hapa ninashukuru sana Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo. And I'm very happy that tutaenda kushirikia mambo haya kwa umoja. It's well and good. Even though God be the word, even though the kapisa gabi sumekiriki magaiga, mimi mwana Kuruto tinda so show. Bado sijaanza show. Na kuambia sijaanza show. Hapa nazidi kufanya ile sharing kidogo nione kwamba show inatamba ikitaratamba. Kuna rafiki yangu mzuri sana nampenda sana, anasema kwamba ikitamba ikifanya nini ikitaratamba. Wale watu ambao kwa single mimi naendelea kuita watu register. What I mean, mistake mtu asikuti kunekela wao aseme kwamba siku ile ulikuwa unafanya mpata mchumba, siji Kurutu, siji ulikuwa unanionea, siji Kurutu ulikuwa unataka nikuwe people, ulikuwa unataka nikae. No, sasa aje nipatie kila mtu hapa. Hata yule ambao umesaka umetafuta mpenzi si mpenzi mtazamaji, mpenzi wa roho yako, umetafuta sana amekukosa, hivi hata kupatia nafasi velani inakuona pale, lakini karibu kukosa. Wote nifanye hivi, wote niweze kumtukuza, wote niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nikianza ni kuachilia link hapo na tunaanza live and direct. Sawa. I think nimekupatia the real time ya kuweza kujiandaa. Kwa ile chinsa umejipanga vizuri, you have prepared yourself well. So as soon to start this program, my dear friends, nikiweka tu link hivi ikimwagika, chota ingia ndani, yani jota come in, okay? Tukaze tukaombe sasa, tuanze the show. Mungu tupokea sifa na wakati huu. Asante kwa kibali na neema yako Bwana. Umetuwezesha siku mzima katika wakati huu. Tangu siku ya leo usiku tulipoacha na alfajiri, tumepata katika jioni hii ya leo. Asante kwa maana wa kibali cha uhai umetuwezesha. Umetupigania wenzetu waliokuwa wagonjwa, umepigania wengine. Mungu unaenda kuhifadhi. Tunaomba neema na fadhili kutoka kwako Mwenyezi Mungu. Asante kwa sababu ya wakati huu, asante kwa sababu ya neema hii na fadhili hii Bwana. Katuwezesha kutupigania kwa kila jambo. Pokea sifa, utukufu na mamlaka kwa maana unastahili. Anza pamoja na sisi mashabiki wote na waombea neema na fadhili kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na watu waseme amen, 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 amen. Hey, tena nywa mate. Okay. Mimi sasa leo ni askofu. Watu kiona hapa tai, unajua ndani kile ile tai yake nilikuwa namuambanga. Sijui alienda akaweka vile Yes, okay. Nataka kuwaleta hapa, mimi leo ni askofu mteule
papa askofu mteule, naenda kuunganisha hapa harusi takatifu, and I want you guys to be very sincere and be very honest. Yeah, you see somebody pale, yani kuja rusha mistari mtu wangu jamani, kwani iko nini bana? Alafu baadaye tufanye hivi kisha baadaye unajua mtu ambaye anaomba msamaha, kuna mtu ambaye amemkosea, kuna mtu ambaye alikuudhi, ingawa utakuomba msamaha, mimi nitakuwa nafanya hivi leo. Kama unatafuta kazi, uko na kazi unapeana, tutakuwa nafanya hivyo leo. Kama hauna mchumba, umekuwa single, umekuwa singular, utakuwa plural, just tuko hapa, utapata mchumba. Na kisha baadaye wale watu wengine ambao hatuna nini, tuko na mchadara pia. Kuna masaa ya mchadara ambao nazungumzia kwamba mbona siku hizi yani watu wanajua kujua tu kwa sababu ya mapenzi. Ninakwambia kwamba katika juzi tu hii wiki tu katika sehemu ya Nyatiko kuna baadhi ya mzee ambaye aliweza kuoa watoto wake wawili, naye akaanza kujinyonga kwa sababu ya mke wake, kusemekana kwamba tetezi kama ilikuwa nasema kwamba alikuwa anataka kuoleka kwingine. Unaona, tulikuwa na tena story nyingine tena hiyo, katika hiyo sehemu tena kuna mzee tena, kuna kijana aliweza kujinyonga kwa nyumba ya shosho yake. Okay, hivi chuzi jana kuna kijana baadhi ya moja wapo ya shule ambazo zinapatikana Kisii Town aliweza kujinyonga sababu ya mapenzi ya kati ya msichana. Unajua kama ni semester zinaanza, watu ni wanarejea shuleni kwa kimasomo, wanapoacha na universities. So this guy alijinyonga kwa sababu ya mapenzi ya msichana ambaye alikuwa anapendana, akaona kwa msichana ameanza kuregesha mapenzi, ameanza kureduce si kama yale ya kwanza. So kijana alijiweza kujinyonga na yeah. So we want to discuss why should people kill. Mbona unajua kwa sababu mapenzi. Lakini 1 2 3 4 5 au watu wengine ambao watakuwa wako single tutawafanyia connect, kisha baadaye tutaingia tu wapate mchumba. Watu niwapatie link karibu kwenye show, I think nimejieleza. So ukikuja kwa show si lazima kwamba kuna kitu ya kuweza kujadili kwa hii show ya siku ya leo. Kuja salimia watu, say hi na kumbuka kwamba brother Walter Osoro wa Ekigorokie Bara RTV alikuwa amepoteza ndugu yake kwa sehemu za Marani. Na mimi kama Kurutu kama Kuntu tahakikisha kwamba kesho nimewawakilisha kwenye mazishi hayo. Kwa hiyo mpatane linki tuweze kuenda pamoja. Naona watu pale nitengea tu na nisome comment, wote upatie link hapa, tukuje hapa tupige show kawa. Okay, naona mtu anaitwa Mary Mweni anasema kwamba niko ndani. Mary Mweni, karibu sana kwenye show mtu wangu. Kama uko present sema I'm present. Modesta Mauti atavanga kwani Kuntu umeamua aje leo? Leo nimeamua tupige show na kuweza kupatia watu mchumba na kuomba msamaha na kuweza kufanya kama ulikuwa umekosana na mpenzi wako, pia tutadai kuwafanya mrudiane sawa sawa. Kama ulikuwa umekosana na mpenzi wako na mapenzi yakaisha, mimi kama Kurutu kama askofu nitaongeza mapenzi ijae sawa sawa. Modesta Mauti anasema kwamba we are waiting gaki. Modesta, are you waiting? Na bado niko hapa. Ita Modesta mwambia kuja mimi nimpige silapu mpaka Shanghai. Vele anasema kwamba ndio nimeingia mambo vipi Hot TV. They know Saudi iko sawa sawa, tunakusika. Thank you very much pedro, nashukuru sana. Gertrude Nyamani anasema kwamba Kurutu mbuyole. Gertrude Nyamani mbuyande baba ngo ngirete mu muduko ngafanisi kwamboka. Wakomanya mangere high 15 sawa sawa. Elda Nyangaresi pale na mwana anasema kwamba Elda Nyangaresi na mwana pale anasema kwamba okay. Edna Nyangasa nimekuwa kwamba niko ndani, karibu sana. Anaitwa Gertrude Nyamari anasema amen. Velia anasema kwamba amen. Gertrude Nyamari na wasalamu na pia tunakusalimia dadangu, karibu sana kwenye show. Vincent Babu anasema kwamba mambo vipi? Mama poa sana babu, umepotea sana. Esther Nyanduka anasema kwamba heri Kurutu, niko tuned, karibu sana mtu wangu. Gertrude Nyamari, hebu tuma link ingie. Ni mimi nishawapatia link kitambo. Gertrude tena ndio hii tena linki ndio hii. Refresh your phone. Linki ndio iko hapo. Jamani. Watu ingie kwenye show, naona Gertrude kwamba hebu tuma link niingie. Nishakupatia linki hapo. Vincent Babu, karibu sana. Gertrude, kila mmoja tunamuona pale. Karibu sana kwenye show. Kwamba hili ni ponge tu la show kubwa sana ambayo tunapiga siku ya leo. Wale watu tuko singular, kuja tukue people. Kaba people. Let people. Kaba abantu. Nkike kaleke. Let the people. Kababantu. Mwacho alichibago. Rosana mari mwati kachibago.
watu echibago musata watu kama strobis nechibago gali watigera okay. Anyway, karibu kwenye show mtu wangu, nakwambia kwamba kama yani nishaachilia link pale, nataka na watu wameingia wajaje kwenye show tafadhali. Niwaambia kwamba hii show si ya kurutu, si mimi peke yangu bana, nipikishe kelele hapa kwa hii show, lazima tupige sisi wote tuone kwamba tutafikia wapi. Okay, ngoja usieleka Valiant, mimi tulikosana na rafiki yangu wa ndani, lakini sioni nitamsamea kwani alionitendea. Kama unataka, unajua uone samsamea, labda naye anataka tumsamiane muweze kurudiana kwa hiyo rafiki yako, utaniambia hapa ingia na hiyo link, njoo pale inbox, tupatie namba, mimi nitampigia simu hapa saa hii nimwambie Valiant ameomba msamaha, ana chuki, kama ngao mlikosana, yeye anasema kwamba alikusamehe na wewe ungependa uweze kumsamea, ndio tuweza kuona kwamba tutasuluhisha vipi. Kisha baadaye watu mko single kuja. Pia tuko na mchadara. Mbona siku hizi watu wanajua? How can we educate this young generation? Watu wanajua kwa sababu ya mapenzi. Jamani. Linki nilikuwa nimepatia linki pale kitambo. Ikaonekana kama ndio watu wanyeshoma. Nje ngani tini kwa na leo. Siongei leo. Leo sisungumzi watu wangu. Leo siongei sana. Ninakwambia kwamba pata kuachilia mambo mawili matatu. Mimi nataka kupatia full time score mpaka kieleweke nao, na tutaona kwamba tutafikia wapi jamani. Hii ni Kisi Hot TV, TV on TV kukurikunta agotoka. TV kukurikunta agotoka. Ombaso gechemba. Hi host. Hi Ombaso gechemba, karibu sana kwenye show. Kwa watu ambao mko single, and I want today to make it to be very serious. If you're very single and you know that you want somebody to mingle with, na unahitaji mshikaji jamani, unahitaji mshikaji wako hivi. Ama kwa mtu ambaye unatamani sana, umeshinda vile unaweza kumfikia, njoo hapa niambie kurutu. Kuna mwanadada fulani pale, kuna kijana pale nashinda kumwambia nampenda, nashinda kwamba vile naweza kuunganisha pamoja naye. Tafadhali nisaidie. As long as tupatane na link ya kuweza kufika pale kwake, nitahakikisha kwamba tushafanya live and direct. Wala ambao mko single, tuingie hapa. Kwamba tunaomba msamaha, tuingie hapa. Wala ambao tunataka nini? Kazi, tuingia hapa. Wala ambao tunapeana kazi, tuingia hapa. Na mchadala pia upo, ambao unazungumzia kwamba mbona siku hizi yani watu vijana yani hii young generation watu wanajua kwa sababu ya mapenzi jamani. Mtu ana commit suicide sababu ya mapenzi. Esther Nyanduko at Valiant, just forgive and forget and you'll be blessed. Thank you very much. Tananywa machi. Wote nikaa square. Mimi nilishapata na link here, and I want to make this one to be very serious. Valiant, mimi deno siwezi kumsamia mimi. Mimi deno siwezi kumsamia mimi. Valiant, why can't you forgive somebody? Kiatu nyamali, kurutu leo link imekataa kufinyika. Sijui mbona. Wacha nijaribu. Wacha nijaribu tafadhali watu wangu. Mbona link inakataa? Link tafadhali. Serikali saidia kurutu. Link imekataa. Serikali. Ndio nimetuma tena. Mnasema tia ingi. Wacha nitume. Wacha ya. Hii link nataka kuniangusha hivi. Let me just see. Them to jaribu hiyo link. Na sasa imekuwa iko sawa, iko chonjo by the way. Yes, imekuwa sasa. Naona imekubali na simu yangu, ishakubali na simu yangu. Ama nataka ningie nimuone kwamba imekuwa sawa. Wacha nikuje. Si ningie na simu hata mimi nisikie utamu. Vini babu cinema. Vini babu once umeingia, it's okay. Nakuleta kwenye show. Thank you very much Vini babu kwa kuingia. Vini nakuona pale, nakuona na Gosho Media. Atupatani baba. Nakupata mtu wangu. Niambie. Poa sana, jambo. Mimi niko sambamba. Tulia tu hapa kidogo na watch game. Ulikuwa na watch game ya Liverpool kidogo. Imeenda vipi mtu wangu? Imeenda vipi, tupatie update. Liverpool 3 lani 2. Wako dakika ya 77. Man City 4. Hii wako nayo 3. Then imeongeza wako 5-3.
Okay. Okay. Salimia watu. Okay, sawa. Babu, Vini babu. Salimia watu, high five. And then tuambie tuko na leo unajua Wednesday tumepepa multi track. Yaani tunaweza fanya connect, pata mchumba, peana kazi, pata kazi, tafuta kazi, samehea, kusamea. Pia tuko na mchadara. So sijui utaanzia wapi, ila tu tuanzie kwa salamu ndio kuingia kwenye show. Karibu sana mtu wangu. Okay, nasalimia brother yangu Jared. Emery, sister yangu Lydia, Karen, Mary, Isabella, my dad James Babu na wengine. Yeah. Okay. Simini kukaribisha kwenye show. Sijui uko na lipi hapa? Okay. Niambie sasa, mjadala umesema kutafuta, kusamea. Sijui wewe uko na lipi sasa mtu wangu bana? Kama uko single hapa, sema uko single, sema the kind of the lady unataka, mimi nakupatia. Geti Ruth, geti. Ukikuja ukianza kuongea after baada ya salamu, utafungua kamera ndio tukuone kama naweza kupenda mimi kama kurutu ama naweza penda jina lako. Okay? Wewe utachapwa na maidia. Si unachua atakuona wewe. Wacha kwanza Vini pata zungumze kuja. Wewe Vini. Okay. Huyo Vincent baada yako single. Baada anatafuta. Yes. Yeah. Even mtu akitaka job inaweza patikana. Yes. Vini, unataka msichana wa aina gani? Tafadhali tena naomba kuangalia kamera yako vizuri. Sema ninataka msichana wa hivi na hivi na hivi na hivi, akuwe na ABCD, akuwe na ng'ombe, akuwe na pesa, no whatever. Give your qualifications, utapata mtu hapa sahi. Hata riskini anatafuta mtu. Swali nzuri hilo. Okay, najua ni ngumu sana wanaume. Unajua wanaume huwa tunaangalia sura, lakini siku hizi ukiangalia sura utaumia. Swala zako sawa. Okay. Umri yako around 27. Mimi niko 30. Yes. Hapo iko sawa. Sidanga ati unajua kama ni pesa ina atuambie mwanamke akwe na pesa. Unajisukuma tu na maisha. Mungu atasaidia hapo. Yeah. Okay, naomba usiondoke tafadhali. Usiondoke, nataka ushikilie hapo hivyo. Usiondoke. Gertrude Nyamari, karibu sana. Riskini ananiuliza kurutu mzee ako wapi? Vini yako hapa. Riskini akuja kutusalimia. Riskini njoo hapa kwa screen bwana, kuna mwanaume hapa. Acha kuuliza kwa comment. Njoo hapa. Ama nikuje nikutoe kwa mbio. Karibu sana Geti. Mambo. Poa sana. Wacha nisalimu hao watu kwanza. Yes, yeah. High 15 to Veni Kagisari, Celestine, Lizkin, Jivano Kwamboka, Finest, J King, Light, Vivad One, Fen, Kurutu, Nimekubali, Babu, nani tena, Dani, watu wengi. Nawambia high 15, not high 5. Hey, wow. Hey. Asante sana, high 15 tembe. Mimi nashukuru Mola yake amenifikisha wakati. Sababu ni wengi ambao walikuwa wanatamani kufika wakati lakini hawakufika. Ila tu waje wapumzike kwa amani. Ni wengi ambao hawana mdomo, wanatamani kuwa na mdomo wamshukuru Mola lakini hawana. Lakini hayo yote yanatendeka, Mungu atatenda maajabu yake. Na wacha apewe sifa na utukufu kila wakati. Right. Geti. Eh. Sijui wewe uko kategori gani?
ya kutafuta, ya kupeana kazi, ya kusamea, uko ya ile mchadara, uko katika kategori gani ndio tujue kwamba tunaelekea wapi? Kwa single niko sawa, sisemi kitu, niko sawa. Yaani kwa single uko sawa, usemi kitu na uko single. Nitachapa kutoka huko nje kwa comments. Wewe unataka niseme nikuje kuchabua makoma hapa ndani? Anyway. Kwa upande wa kusameana huwa tunafanya kosa ama mtu anakukosea na unashindwa kumsamea, au utamsamea kumwambia umemsamea, lakini huwezi sahau chenye alikufanyia, unaona? Kama mimi si mwaminifu, ila ni mwenye dhambi. Yes. Na si yuko 100% eti mimi sasa sifanyi dhambi yoyote, lakini ni wengi tumekoseana na ni wengi wamenikosea. Sasa mnakoseana mpaka watu wa nyumbani kabisa, mtu anakukosea bila kosa, yaani ile chuki ingine mbaya, nawe ujui nini kilitendeka ama ulifanya kosa gani ndi anakuchukia hivi. Hadi ukimuona unataka wewe umsalimie tena unaogopa, si unaona? The way anaongea sasa na wewe unaogopa kumsalimia, lakini kutoka rohoni mwako wewe unakosa na uwezi ukamchukia the way anakuchukia maana kudhalau. Yes. Kwa mwenye amekukosea tusameane, hata kama amekufanyia kosa kubwa ama amekutendea jambo ambalo si mzuri mno, tusameane tu. Msamaha ni kitu cha maana, lakini kusahau huwezi sahau. Hiyo nayo ni lazima 100%. Kusahau huwezi sahau, lakini kusameana, msamehe na roho safi. Na hilo pepo lenye hatuwezi tukasahau litoke ndani mwetu. Tuwe watu wenye wako na roho safi. Alright. Okay. Sasa Okay. Naomba ushikilie hapo kwa sababu niko na mchadara ambao watu wanajua kwa sababu ya mapenzi. Naomba ushikilie hapo. Leonika Omwenga anasema from life until the end. So wale wasichana ambao wako pale nje, Fini Babu ako single. So you ladies, if you are single, ndio maana yake Fini amefungua kamera and is looking handsome, plus beautiful and is humble. Is simple and all whatever. Wala watu ambao mko single, wala wasichana ambao mko single, njoo hapa. Na kama unaona kwamba huwezi endana na yeye, na wewe kuja sema kwamba yule mtu ambao unataka, labda ile miaka alisema unazidi hiyo miaka ama uko chini ya hiyo miaka yenye anasema. So utaweza kuja hapa useme kwamba ninataka huyu mtu hivi na hivi, na tukaweza tukusaidiana. Tutakusaidia hapa. Na kama kuna mtu ambaye umekosana na yeye, na kuambia kwamba sisi tutazuruisha hapa, tutahakikisha kwamba kila kitu kimekuwa sawa. Tutahakikisha kwamba hamna tatizo, hamna ngwichi mahali popote pale. Hamna kitonda, mtasamiana, msalimiane, msaidiane, na vitu zingine tutafanya vile iko. Wycliffe Nyabando, I'm a win over 35 years old. So come na hiyo link iko hapo, you tell us Wycliffe on what to do. Titus Muthenai, watu wapendane, msamaha baadaye. Wewe Muthenai, wife wako alikuja leo, anakula mkate na kikombe. Ni hivyo ilikuwa. Anyway, mimi nishapatiana hii. Before we go, tutaenda kuzungumza na wenye wako hapa. Don't fear anybody. Don't fear anybody. Ruto, niulize swali. Uliza. Nauliza Fini Babu, but I'm sorry kwa kuuliza. Yeah. Uko na miaka ngapi? Sababu kama unataka mtu mwenye ako na miaka kuanzia 28 and above. Nilisema niko na 30. Uko na 30? Yep.
Okay, utapata. No, wacha kupita nani ya miti bana. Geti. Tikata ko ngako mopire mesao sine me bitugime kwa koneta go chaga. Unajua kurutu, wacha nikwambie, unajua Vini vile alisema anataka mtu mwenye ako na miaka kuanzia 28. It means unajua ukisema 28 kuanzia 28 ni hivyo, inamaanisha uko na miaka 33, 34, 35, 36, 37. So unaona? Sasa angalia uko na miaka 30 lakini unataka mtu mwenye ako kuanzia miaka 20, 28. Wengi wakicha huku utapata wengi wako na miaka kuanzia 23. Nimesema 20 up to 30 hapo, by the way, si uongo. 28 si rahisi utapata, lakini Mungu atakupea. Kwa mfano, wewe uko na ngapi kwa mfano? Mbona Kwa mfano wewe uko na ngapi? Kurutu mi, by the way, kusema ukweli, mi niko na 23 years. 23. Sasa umeona mahali uliangukia Vini? Umeona mahali uliangukia? Ulisema miaka yenye umesikia, ndio maana nimesema geti zako ngaki mopire mesao sino kwa ngete bituki kati bye chinsiaga bya mapera ngogocho. Naona 23 mtasumbuana. Ni vizuri kuongea. Mi niko na 23. Yeah. Without cheating. 23. Exactly, yeah. Lakini Mungu atakupea wako. Unajua mtu ukisema unataka mwanamke mwenye ako hivi na hivi ama mwanamume, kuna reason yenye mtu anaongea hivyo kurutu. Okay. Sasa Wycliffe amebadilisha platform. I'm following from Bula Hagal. Nyabando, I want you to come here. You're 35 years. So it's a kind of, if you are a single and you're very serious. Vini, wale wasichana ambao mnaingia sasa hivi kwenye show. Vini Babu 88@gmail.com. You can before you go and inbox him through email. But is still ako single. So wale watu ambao mmeingia wageni, karibu, msiogope kukuja kwenye show. Geti usiende. Geti nataka nikuambie kitu hapo, usiende, rudi hapa Geti. Geti, unajua wewe nikuambia mimi ndio nakuelewa. Unajua wewe ni mtu wangu wa okay, mimi ni mtu wako wa miguu na wewe ni mtu wangu wa mkono. I understand you very well. Urudi hapa. So wale watu ambao mmeingia sasa hivi, Vini Babu ako single. Okay? Na anataka mtu 27 years. Lakini sasa hapo ndiye alianguka kina Geti wako na 23 years. Umesikia mali uliangukia? Geti anasema kwa 23 years. So na ameenda. So Vini Babu, wacha nikupatie time tena, rekebisha mahali. Hapa kuna watu wa 23 years, 24 years, 25 years. Kwani wao yani ama wao hawajui mapenzi ama okay, what is that? Karibu sana Vini. Ngiziko turumboka? Yeah. Ndaturumbeke mpaka 25. Samahani sikupati vizuri. Nataka backup yangu hapa iko na shida kidogo. Inasema hivi. Nikifumilia sana naweza pata wa 25 is okay for me. Yeah. Ningependa uangalie kamera hivi. Unaona vile nimeangalia kamera TV na macho kubwa yangu hivi. Hebu kidogo, unajua hii game kidogo tu. Wewe, hata kusema game bana. Esther Nyanduka anasema hivi. Hapo kwa miaka niko chini kidogo. Imagine. Esther Nyanduko akwa miaka yenye ulisema. Esther Nyanduko kuja hapa. Esther Nyanduko nimekuita njoo. Amesema hiyo miaka yeye ako chini. So miaka ambayo umesema inaweka wasichana wengi nje. Ningependa uweze ku revive hiyo miaka yako, ukaweza kuangalia vizuri ama hapo ndio constant. So wale watu ambao wamesema niko na Gertrude kuja. Esther Nyanduko miaka yako ni ngapi? Njoo kwenye show live, usiogope mtu yeyote. Sawa. And if you mean you are very very serious, njoo kwenye show. Honorable Alex Simba niko ndio kuingia guys, karibu sana Honorable.
So when you see, just consider hiyo miaka viroko 30, so you can consider miaka ulisema 27 kwenda mpaka 30 pia, but hapa sasa kuna usichana 23 yako pale. Esther alikuwa amesema hiyo miaka mmeweka nje, so wala ambao kuna 27 years, yeah. Esther, fungua kamera. Esther, fungua kamera tafadhali, fungua kamera. Yes, fungua kamera kuja kwenye show live and direct. Wale watu mko single, nakwambia kwamba lazima upate mchumba hivi leo. Hatuwezi tukakuwa single bwana. Yaani hatuwezi tukakuwa single, tumenyonga, tumekuwa na dress pad. Hey, taita smoothie night. Kwani wasichana wanaogopa leo? No. Wasichana hawaogopi. Esther, wasichana hawaogopi jamani. Wasichana hey. Esther, Kurutu, mambo? Ni nini unacheka? ongeza sauti. Unajua pakapu yangu iko na shida, nataka kuanza kuishughulikia. At the meantime nimepata. Na naomba ufungue kamera kwa sababu umesema miaka yako imekuwa nje kidogo. Naomba ufungue kamera. Labda Vini atabadilisha mawazo. Fungua kamera Esther, na fungua tu kamera, usitoke ni kufungua kamera. Gertrude Nyamali Finest, uko wapi? Kama unitafutie utafutie tiketi Mchumba. Gertrude Nyamali anataka Finest amtafutie. Finest unajua nimpatie Mchumba last week. Tena kama unamuita hapa utafanya aweze kuachwa na mtu baba. Gertrude utamwaga unga. Najua kwamba nani Esther Nyanduko anashughulikia kamera, akuje hapa atuambie. But meantime niko na Vini Babu. Vini Babu kada kuana. Umeangalia kamera, achana na mambo na game. Hapa tuko serious kupata mchumba. Game tutapata replay ya game kesho. Hata mimi nitaenda kuwatch game baadaye. Vani Kinyaboka nimemiss. Vani Kinyaboka tumekumiss karibu sana kwenye show. Vini Babu, nataka kuna watu wamekuja kwenye show sasa hivi, wasichana. Nataka urudie sasa, at least angalau utapata mtu wako. Unataka usiogope. Yeah, karibu sana. Okay, si ati nimeogopa, ni ile unaweka umri yenye inastahili. Okay, nimeweka 25. 25. Yeah. 25 kwa na juu. Vaniki, Nyaboke, toa macho wewe. Funo sura bana, wacha kumwaga unga. Mwana minto ngoro bosoku. Si utango nipatie bosoku bana. Vaniki, mambo? Ama network imemikwamisha. Wa. Vaniki, Nyaboke. Mwana minto. Vaniki, umesalimiwa na Gertrude. Sasa ni kama mehang. Anyway, tumerudisha. Vini amerudisha, amesema 25 years up to 30 or 29 years. Anataka mtu. Vini, anaweza kuwa na mtoto ama asikuwe na mtoto? Akiwa na mtoto ina shida, mtoto mmoja. Okay, so okay, nimekupata. Najua network paka yangu iko chini, lazima nisikize simu yangu ndio nisikie kile ambacho unasema. Ni maana nimekoma kidogo. Vaniki mwana mimi ndo nataka kuja hapa. Network inamsumbua. Lakini I hope mshaona Vaniki, mlimuona. Vaniki. Hey. Mambo? Poa sana. Hii ndio sura mauso. Sura tamu. Mwane bujubuju. Hey. Sasa ushaona. Sasa Vaniki, mambo, salimia watu kwanza. Ai. Saseni. Poa. Hata mimi niko poa. Wenye mko live. Saseni, nawapenda. Nimewamiss. Pia tumekumisi sana, karibu kwenye show. Umekuwa wapi? Niko hapa. Karibu kwenye show. Sijui kama uko single, unajua hapa Vini amesema kwamba anataka msichana. I don't know, unaweza sema nini? Nafasi nimekupatia. Alafu naomba, nimeacha kuzungumza, siongee vibaya sasa. Fungua kamera, angalau ndio tuone kwamba itakuwaje. Karibu kwenye show. Bismillah, alhamdulillah. Ya Rabbi. Fungua kamera. Hata nikiongea hivi si mnanisikia? Mimi si uliniona? Hapana. Tunaweza pata tunaunganisha pipi wa wenyewe, upate nikistakiwa nishikwe, na sitaki kushikwa tafadhali.
tuone kama ndio tusikuje kusema tulipatanisha pipi wa wenyewe. Kwani huko tuko patanisho? Leo tuko okay. Wale watu wameingia kwenye show, watu niwakumbushe, tuko na patanisho leo. Tuko na kurutu msamaha ama kutaka mtu kusamehe. Kurutu siji kurukutu. Tuko na kupata kazi, connect na kazi, kupata mchumba, na tuko na mchadara ambao tutazungumzia. Lakini kwa round 1 tunafanya pata mchumba. Sawa sawa. Mimi niko hapo kwa mchadara. Uko kwa mchadara? Uko kwa mchumba. Umeoleka? Hata kama sijaoleka, kwa nilikuwa nitafuta. Uko single? Nikikwambia nitafutie. Nyamanza. Papaka anaongea. Uko single? Mwenye ananitaka atrapu nini message chini kwa hiyo. No. Niko single aje. Wacha. Wacha. Mimi usinialike hivyo. Fungua kamera. Mimi hata nikifungua hakuna shida, nafungua. Fungua kamera basi. Yes. Sura ndio hii. Huyu anasema mwenye anamtaka aingie inbox. Wacha niulize. Fungua kamera, unazungumza bana. Utanikazilisha. Nitakutoa hapa. Ongea ni si unitoe, kwani si nitaenda. Ala. Kumbe utishiki. Princess Trisa, kwani hamkai Taliban? Hatukai yuko Taliban, hatukai yuko bana. Princess Taliban. Okay, Anita A Lilian ndio kuingia ndani. Karibu sana kwenye show. Vani nataka kufungue kamera, ndio nataka kwenda haraka tafadhali. Nataka tuongee, tuende haraka. Fungua kamera. Like seriously, umeniambia eti kuna sijui mchata, na nimekuambia mimi nataka mchata, sitaki kupeleka. Mchata nakwambia, sikwambii nini kitu yoyote. Umesikia? Umeona? Okay. Huyu anaitwa Vani Nimefungua. Sasa ulisema mwenye anataka akute inbox, si ndio? Hata wakikuja 10. Nani anataka Vani Kinyaboke wane inbox wapatane kule. Lakini wacha niulize. Vini, unaonaje huyo msichana, ako sawa ama hayuko sawa? Ako fine, thank you. Vani, ungependa mtu wa miaka mingapi akuje inbox yako? Vini mambo achana na kurukuntu. Niko sambamba. Wewe ni Mkisi ama ni Mcharu ama ni Mkamba ama ni Mluya? Ni Mkisi original. Wewe ni Mkisi kutoka wapi? Natoka Kitutu Jaje South Kegoki. Kitima eti. Buyaman. Okay, wewe watoka bandi gani? South Mogirango, huko chini kabisa. Magenja. South Mogirango tari Magenjere. Umachoge. Kweli. Nanjiri umayati. Okay. Mogirango kali chitago mate chitago. Kikisikiri sinya ikakusingia sinya tutumekego Swahili kaki. Nanje tonjanda tonyogerera bono ke ala Mister. Okay, Vinik. Okay, mimi napendanga jokes by the way. Kurukuntu ni brother yangu. No, bana. Wewe tafadhali. No. Ongea. No. Ongea na Vini tafadhali. Ongea na Vini tafadhali. Kurukuntu unaniruka nileta nani Grace hapa. No. Unaniruka. Bana Vini. Mimi nimetoka hapa kwa kiti. Nyinyi zungumza kama mtafikia, nitakuja mimi muniite tafadhali. Sasa wacha nikuulize nani Kurukuntu. Kama mimi ni brata yako wacha nitoke hivi. Unaweza pata wewe toka tunyamanze. Vini wewe sema tu tuongee story. Jana na huyu. Majina yako ni Vinik Nyaboke, sio? Yeah. Okay, Vinik ni baba. But natafuta mlembo. Yeah.
Okay. Okay. Yeah. Okay, wacha nikuulize, as in unatafuta mrembo wa kukaa na yeye ama okay, unatafuta girlfriend ama unatafuta pipi? Natafuta. Okay. Unajua ni venye tunaweka kielelo thukubika mrembo. Okay, natafuta mwanamke mwenye nakaa naye mwenye anaweza nishughulikia. Yaani kukushughulikia kivipi? Unajua kuna vitu zingine sisi hatuwezi elewa, so kukushughulikia aje? Aha. Okay, natafuta mwanamke wa kukaa na yeye. Kukaa tu na yeye. Si kwani najua kuna mambo ingine huwezi weka public vile. Okay, we tuseme sasa wewe unataka mwanamke wa kukaa na yeye na kukushughulikia wewe. Na kuoa tukae na yeye pipi na bwana. Okay, nataka kukuuliza na si kwa ubaya. Mimi niko na maswali sana. Wewe ni nini kilifanya ukakuja online kutafuta bibi? Naona wewe si mdogo, as in dika yako si mtu mwenye tuseme like si mtu mwenye ni age ndogo, ni mtu mwenye grow up. Sasa ni nini kilifanya ukakuja online kutafuta bibi? Hiyo swali ni ngumu, lakini nashinda ni kujibu vipi. Nijibu kosi unataka pipi, unaweza pata ni mimi. Maswali yazienda bure. Swali umeniuliza. Rukutu angekuwa karibu angelijibu, lakini anyway, najua saa zingine unaweza pata mtu mwenye online na akue sawa na akue mtu mwenye unaweza kaa na yeye kuliko mwenye umepata kwa barabara. So wewe kulingana na sasa niseme aje? Haki watu msinicheke. Okay, kulingana na venye unaona like ukikuja online utapata bibi mzuri, as in okay, mkikuja kukosana uanze kumwambia nilikupata online, vitu kama hizo. Unajua nowadays watu wanaweza kuja. Okay, nimenyamaza, naweza ongea mengi kukuliko. Naweza nyamaza. Okay, uko allowed kuongea. Maybe ulikuwa unatafuta msichana mwenye unaenjoy hapa online. No. Na hatujui. Yeah. Kuenjoy. Niliacha nikiwa around 24. So tuseme uko na miaka ngapi? Niliambia niko na 30. Uko na 30 years, hauna bibi? Of course yes. Umewahi oa? Mbona? Najua hii ndio natafuta, ndio maana nimeanza kutafuta imevika. Unajua kuna wakati unapiga starehe lakini unaona starehe na mwisho. So tuseme kutoka nyuma ulikuwa unapiga starehe? Najua wewe hiyo maswali ni ngumu unauliza mama. Kurukutu si anataka vipi na mimi lazima ni Unajua nitaenda. Kila mtu ng'ang'ana hapo, ng'ang'ana bwana. Unajua? Wewe uko na miaka ngapi? Mimi niko na 26 years. 26 years. Yeah. Hapo umevika karibu kupiga starehe. Unajua kuna starehe 18 years mpaka 24. Unaona? Hapo ndio mtu unaanza kufikiria kimawazo, umeanza kuwa mtu mkubwa, unahitaji familia. Nikizu kuve utakufa tu without family. Naona hiyo ndio kitu imefanya nitafute. So tuseme like wakati ulikuwa 20, tuseme 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mpaka 30. Ulikuwa tu kabisa ujui kifo. Unajua even you
kuna mahali unajua hapa nimeenda sana. Sawa? Yeah. Kuna mahali unafika unasema hii starehe mingi wote ni azana. So tuseme ulikuwa unataka bibi mgani akae? Okay, ulikuwa unataka bibi mwenye ako aje? Amesoma, ako na vitu, ako na amani. Hiyo nilikataza mapema sana. Lakini venye uko hivi, karakta ya kwako ni ngumu. Lakini ukikaa na mtu siku 2-3 unajua karakta. Mimi nimekujua venye tumeongea hivi. Usajua karakta ya kwangu? Unaweza niambia huyu Vincent wewe uko hivi na hivi? Si eti wewe uko hivi na hivi. Unaona venye tulianza kuongea na wewe mara ya kwanza, kuniambia eti sijui nilikuwa napiga starehe mpaka nimefika 30 years. Sasa nimeona wacha nitafute bibi. Hapo ndio nimekujulia. Karakta. Okay, nimekubali hiyo. Huko. All right. Okay, I want you to go to the straight point. Mwene mpaka straight point afadhali. You know, kama mnaogopana, mimi nitakuwa natisa hapa chini. I'll make sure kwamba okay. Mmeongea. Sasa twende huko. Hakuna kurukuntu. Fini kiapo watu wamekuogopa. Kurukuntu, acha nikwambie. Hakuna venye unaweza niambie tucheze chini na sijajua mtu vizuri kwenda ndani. Yaani akiona ndataro montoni laini, simujui, si lazima tuongee ndio tuanze kujua ni nini kinaendelea. Bana. Investigate yeye mpaka ndani. Time ndio nimekupatia. 10 minutes. Uliza vile unataka. Ridhika. Mimi acha nijibu, alikuwa anataka pipi type. Vini bana unaogopa huyo mrembo bana. Okay. Viniko. Hello. Yes. Si nimekujibu? Mimi sijasikia jibu. Nimekuuliza, unajua mimi nakuuliza kitu, unajibu kitu kingine. Nimekuuliza ulikuwa unataka demu ama mrembo type gani, ukaanza kuniambia sijui mimi nilikuwa sijui nini. Hapana. Unaona venye nilikuambia hivi ukaniuliza nini nilifanya kwa kuja online, nikakueleza venye iko. Tukakuja ukaniuliza unaweza jua karakta ya mtu, ukaniambia wewe usajua ya kwangu venye niko, venye umeongea. Unaona? Okay. Sioni kama kuna swali yenye sijajibu. Kurukuntu, umesikia akiniambia about bibi. Nimeuliza unataka bibi type gani? Si eti ni Mkisii Mjaruo, hapana. Type gani? Testi gani? Okay, sasa nimekwambia kuna ile kitu naita, ndio hiyo nimekwambia. Unaweza penda wewe mwanamke umpende, kumbe huyu ni sumbua. Unaona? Sasa kitu yenye iko miaka nayo hiyo 26 is okay. Nikuja kuswali kwangu nikuuliza swali sasa. Mimi ndio naanza kukuuliza swali. Mimi uliza tu swali kwangu nitakujibu. Okay, una mtoto? 3. Ati 3? Ndio maana nimekuuliza ulikuwa unataka pipi type gani. Si unaona huku nijibu. Sasa hapo ndio nimekuja. Si ndio 3? Uko sure uko na 3? Niko na 3. Mbona unadanganya usiku? Wasichana 2, kijana mmoja. Utakubali? Ingekuwa mmoja ingekuwa sawa. Unaona wewe ulikuwa unatembea online kuona warembo venye wanakaa. So, acha nikwambie kitu moja. If you tuseme like umenipenda kabisa na niko na watoto 3. Uwezi nichukua niko na watoto 3. Kitu ya kwanza lazima ningekuuliza juu ya mtoto.
That's why nilikuwa nakuuliza test yako ni gani. So mimi niko na watatu. Kurukundu, si unaona sasa hatuingiani. Hapa hatuwezi ingiana, lakini naona ni kama unanipiga tundu kidogo juu. Kwani ulipata ukiwa na miaka mingapi? Wawili ni mapacha, wasichana ni mapacha, kijana ni mmoja. Wewe ushawahi oleka? Hapana, nilipata watoto nikiwa kwetu. Ukiwa kwenu? Mbona unadanganya? Kurukundu, mbona niangalia? Wewe wacha kuniita bana. Mimi sitaki kukaa hapo. Wacha kuniita. Kulika na hali yako. Lukutwa anajivija, wewe ndio unamsumbua. Okay, sawa, nimeacha. Okay. Mbona? Ukuwe serious biashara yenye iko serious. Hapa tuko business, hapa tuko rough. Hakuna business huko. Acha kusema business. Ulitoa business hapa katikati. Wow. Hiyo ndio biashara. Okay. Tufanye upendo yenye iko sawa, iko wai. Tuaje, kama uko na watu, uniambie niko na watoto wawili ama mmoja. Niko na watoto watatu. Wawili ni mapacha, wasichana wawili ni mapacha, mmoja ni kijana. Hapo ziesani. Hapo nakwambia ukweli ile. Hapo siesani. Niko mmoja, niko sawa. Sawa. Kuna mwenye atakuja, mwenye ako na mmoja. Kurukundu ita mwingine. Okay, wacha nikuje side. Naona hapa kila mtu. Wacha niulize watu hapa mtulie hivyo. Wakiniruhusu ni waruhusu mpadilishane namba pale private chat. Mimi sina shida. Lakini tu nataka kuambia wanaume tu ni hivi. Mimi kama mwanaume lazima nitetee boy child. Mwanaume ukisikia mtu akisema kuna watoto hata 5, ukiangalia sura hiyo watoto 5 usitoroke. Hiyo ni majaribu. Getrutinye mali yani hapo kwa watoi ati Vini umeshtuka, unashtuka. Vini umesikia watoi ameshtuka. Teta simudenai aki umechukua muda mrefu. Princess Trisa jamaa ameshtuka akisikia story na watoto. Unaona? Sasa nyanduko changamkeni, niko na cake ya free. Getrutinye mali. Harusi kunayo ama hatuna? Trisa Titus mtenai Trisa haki mimi nimechoka na kusubiri. Nataka kusikia mistari. Princess Trisa wewe Titus nitayarishe maua ama fipi. Kuna mtu anaitwa Titus Mdenai anasema aje? Anasema kwamba tafadhali simkatiane please. Princess Trisa atufanye kinaboke unachoma. Esther Nyanduko at least pachesa chini dia. Sisi ni wale. Wifi ifanye kazi kwani iko nini? Kenya nimemisi nyumbani. Kaitata. Getrutinye mali. Sweetheart ati Grace kama usikie maswali yenye omo pepe fani kianauliza. Princess Trisa. Wewe kuja. Vini usiniangushe. Vini tafadhali usiniangushe. Rispa Gwaro anasema kwamba Princess at Rispa Gwaro unataka side chick ama pipi. Anafaa kuzipa, anataka nani? Anaitwa Rispa Gwaro kabisa. Kwa mtu anaitwa Esther Nyanduko at Rispa. Na sisi ndio tuko. Gwaro anacheka kule. Okay? Gwaro anacheka kule. Esther Nyanduko, kurutu tafadhali usicheze na mademu wa kogari. Ni wa hot. Breastplate iko juu sana. Huyu anachoma sasa. Huyu amechoma. Wewe, hey, Rispa Gwaro, hi guys. Getrutinye mali atifaniki acha niite omo sweet ati Grace. We bonuke Fred, faniki I need you. Kuna mwingine anataka hapo. Akimuniitie Grace huko. Hapa kwa Vini. Bonuke Fred anakutaka. Anaitwa Princess Trisa alisema kwamba pado mko talpani. Nilikuwa nimesoma hiyo. Kwa mtu anaitwa hapa
Okay. Titus Mudene peta fani kako serious. Okay? Esa nyandiko kurutu ita mwingine. Udae. Denison Dieki. Wewe bwana watoto watatu na hii uchumi. Wacha mchezo uanze kudi. Anyway, you know, no network inanisumbua hapa, network inanisumbua. So, what mashabiki? Mnaona vipi? Mnaona niachilie Vini na Nyaboke wakapatishane namba ama ikuwe vipi? Sina servant Mumanja na ministries Mumantech bora mtaka kuinstall pale, wanasema kwa vitu na TV and or whatever. Huyu anafanya kila kitu kisianda or the all parts of the country. Anasema kwamba following up to the show it was entertaining. Weekend na bando Vini imenikalia somehow elderly. Okay, you guys rispa waro aki. So you guys, do you agree kwamba niachilie au watu wengine boxi? Umeona vipi? Nani kuna mtu ako serious? Watu wamesema kwamba ni serious. Vini, Kurukuntu acha ni kwa kidogo nakupatia nafasi. Wacha Vini kiongee. Okay, Vini kiongea. Mkubwa amesema nimenyamaza. Acha nikwambie, hakuna venye unaweza penda kuku usipende vifaranga. Kai. Okay, unajua Vini, nimekwambia hivi, ingekuwa mmoja, lakini ndio maana hata Kukunta amenisaidia hapo. Sura yako inaonyesha yenyewe wewe mdogo. Huwezi kuwa na sina mtoto. Hii ni girl imenifanya hivi, niko brown hivi. Mimi ni kama mama. Akina harulili. Sinaona wewe mwenyewe unaniambia. Umeniambia uko na 26. Sasa si hii girl imenifanya nimekaa mrembo. Najua kukaa 126 kwa kotri. Sana mwenye kuna 26 years ameseeka. Mlembo tuwagili hivi. Nishakupenda sasa. So unanipenda na upendi vifaranga zangu? Hiyo si ni kudanganyana. Hiyo ni kudanganyana, hakuna mapenzi hapo. Ukipenda watoto kwanza siku hizi watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Wasichana na venye nimetengeneza ng'ombe. Mkundu. Hello. Okay. Tufanye hivi kwa sababu ninataka kuleta wengine. Nyinyi nitawaruhusu, unaona hapo kwa private chat. Kurukundu tigana. Bwana wewe anakuja kwa private chat na achapenda vifaranga zangu. Okay, wacha nimuulize tuende haraka. Vini baba. Muulize. Umependa watoto watatu, wasichana wawili, kijana mmoja? Hapo ni ngumu baba. Si unaona? Hakuna venye unaweza nitumia mtu na ananipenda hataki vifaranga. Acha nikunywe maji. Ogoda, ona. Vini. Nyaboke. Ingekuwa mmoja. Ingekuwa mmoja ni sawa. Sielewa. So tuseme like ngoja nimalize. Ulikuja online kuangalia mwenye ana mtoto ndio unataka. Tufanye hivi. Vini Pado, wote niseme kwamba Pado unatafuta msichana kuanzia 26 years mpaka pale 30. Yep. So Ativani Kinyaboke yeye amesema mwenye napenda watoto wake watatu na ampende itakuwa sawa. Ni kama hapo kidogo tu wamepitana kwa watoto na obvious wanaume bana tukua hapa mtu anaweza kutucheza atuambie kwamba akona watoto hata 10, tuane mpaka pale tuhakikishe kwamba iko sawa. Samuel Nyangena Vanike analenga Viniju hakai kuwa na watoto watatu nayo. Maoni yangu, lakini Wycliffe na bando
Vini, sura yako inakaa mtu ya 40. Princess Prisa, wewe Vini, mimi niko single lakini starehe zangu utawezana plus he looks much older. No. Princess, wacha kuharibu harusi ya wenyewe. Kama unataka wewe kuja hapa, Princess, wacha kuharibu harusi ya wenyewe. Mapenzi wataka kufunza hapa. Kama pia una feel you can come hapa. But before niamue tuende kwa watu wengine, wacha niwapatie last chance. Mungangane na ikishindikana, tutasema sasa Mungu alikuwa amesema kwamba haikuwa inafanyika leo. So wacha nipatiane tena nafasi kwenyu. Vini. Nafasi tena nimewarudishia Vini. Yes. Labda Fani kiataniogopa. Wacha nifute sura yangu. Nyinyi sasa last chance. Niwapatia last chance. Na baadaye kuna senior servant anasema kwamba I need to promise to them. Mtapokea baraka zake senior servant. So hiyo nafasi nimewapatia. Yes, tuendelee. Okay. Mimi. Kwa hivyo umesimamia uko na watoto watatu. Yeah, niko na watoto watatu. Ukimwogopa Mungu. Kwani Mungu ataogopa kwa kitu yenye iko inaonekana? Koja. Wakati unaanza kutrust mtu, inafaa waambie mtu kiukweli. Na yeye akwambie ukweli iko. Kwambie ni Vincent ukweli yangu. Ukweli yangu ni hii. Hata ukiniambia nimekwambia ukweli. Vincent hauna bibi. Mbona unaniambia sina? Unakaa mtu mwenye ako na bibi. Alafu hujawahi pata chiko. Sasa mtu angekuwa anapata kuja hapa. Unajua unaweza pata na mtu aende. Sijawahi. So tuseme ulikuwa unapiga starehe tu. Sasa unajua already nishakwambia unajua kuna kitu ya kurudia. Unajua unaniogopesha. Eli mtu mwenye anakwambia kweli. Kuliko mwenye anakwambia. Eli mwenye anakwambia kweli. Akisi unaonekana kama gaidi. Ni gaidi. Huyu ni gaidi. Kwani una girlfriend? Swali ngumu hiyo. Ama hiyo hainusu. Unataka bibi tu. Hiyo unajua tukiigiana hiyo ndio naweza kujiuliza girlfriend wako ulikuja online kutafuta bibi na kila kitu naweka hapa wazi kila mtu ajue mimi na Fini ifi. Simekwambia. Majogole. Fini unajua weka maneno yako straightforward. Acha kuenda kombo bwana. Weka hivi. Kwani nimekuwekea nini? Simekwambia. Nakuuliza hivi, hauna girlfriend ukakuja huku kutafuta bibi? Okay, kwa saa hii sina. Yeah. Uko nayo? Sina. Okay. Nimekwama. Kurukundu, acha mwingine akuja hapa atapata Fini. Alright, nimewasikia sasa. Nimesikia sasa. Hapa watu hakuna, hapa hakuna kitu. Hapa hakuna. Wacha niseme hivi. No, wacha. Time imetosha. This time nimepatia imekuwa enough. Now, naona pale watu nisome Mary Mweni niko ndani, Mary Mweni wafunge harusi hao wawili wako sawa pamoja. Vibes kazi riko high. Kwani ukiwa na pipi na teno waamue kutafuta. Waamue
tutafuta mwingine ni shida. Anyway, Rico, kuna mtu alikuwa anakutaka hapa. Thank you for coming. I see now, wacha nisema hivi. Fani Kinyaboke ako na watoto 3 na ako single na anataka mtu. Hapa imeshindikana. Vini Babu anataka mtu 26 years and above up to 30. Hapa mapenzi imeshindikana. Kama wewe unafiri unaweza taka mtu mmoja kwa hawa kati. Kama wewe ni kijana unataka Fani kuja. Kama wewe ni msichana unataka Vini Babu kuja. Rico, guys, avoid hayo maswali. Mara utawahi date, mara unaonekana uko married. So, tuachane na hiyo maswali. Hii link ninaweka hapa. Kurukuntu bana, wacha kama unataka mtu kati ya hawa. Unjo hapa. Na usiogope. Eti uko na kitu, kwani kuuliza mtu nikitoka hapa nikija round 2 kuna bibi ni mbaya. Unataka kutuchomwe na venye tumekaa brown na huku. Ai. Wani? Titus, acha kuongelea kwa comment. Peter Pond, the guy is a joker. The guy is a joker. So wanasema, Vini, watu wamesema wewe ndio kuna jokes, msichana ko serious. Hata mimi Peter Pond, umepotea sana ndugu yangu bwana. Afande. Kurukuntu. Oh. Niko serious. Uko serious na mimi niko na watoto 6. Wameongeza 3. Kwani wacha nitakutoa hapa. Nimesema nyamanza, tutafute mwenye anakuja hapa. Before ninotoa round 1, niko karibu kumaliza round 1, niingie round 2. Round 2 itakuwa ni mchadara. Kijana mpora amekuja hapa, sijui anataka nani. Unaweza sema nini? Kijana mpole. Fungua microphone. Kijana mpole. Usiogope bana, ameingia chini ya kiti ya gari. Hey. Okay. Peter Onyego, I'm following you people. You are doing well. Thank you very much. Fungua microphone wewe kijana mpole ama nikumwagie imaji. Wewe. Fungua microphone. Wacha kutiongelesha. Kijana mpole, fungua microphone. No. Actually, mimi nimekuja hapa because you said like kuna mtu mwenye alikuwa anataka kunipea salamu, so that's what I come for. Gertrude Nyamala alikuwa anakutaka hapa. Gertrude, si salamu. Pia dadangu hapo, just avoid kuulizia mtu like kitu nilikuwa naambia guys, just like drop wacha na kuulizia mtu like hauna girlfriend, unaonekana uko married. Kwani wewe umekuwa prophet una charge mtu like ako married? Kama ako married mbona amekuja hapa? Si yako si ile azana kutaka wewe. Wewe pole. Kuja pole. Let me tell you, okay, that's kuja pole kijana. Huyo ni girlfriend. Yeah, of course this is good. Shwaya. Pole. Kukurukuta vile hata huyo mwenye alikuwa anataka kunisalimia hapa. Nimemwambia akuje. Akuje. Atakuja. Ndio huyo hapo. Amekusalimia kwa comment, muite. Ako kwa comment. Anasema ongea pole. Anyway, nikingoja mwenye anakuja. Niko na mtu ako single. Wacha kwanza niuse watu tukimngoja akikuja kijana mpole. Vani Kinyaboke ako single, ako na watoto 3. Kurukuntu. Sasa mimi nimesema mama ni wewe. Wacha niko hapa na mtu. Unadhani siwezi pata msichana? Ako hapa ndio hiyo. Hey. Wacha nikwambie hivi Kurukuntu. Hata nikienda hakuna mahali utanipeleka. Ala. Si unajua mimi niko na namba yako ya kiatu, namba yako ya simu, namba yako ya line niko nayo. Niko na kila kitu. Sasa kukusa hapa ni rahisi. Tapeana tu. Wacha niulize, huyu ni yule kijana mpole ndiye anaongea mengi hivi.
Nimeanza. Tracy. Hii network isinikosea tafadhali. Tracy. Vini usikufe moyo. Usikufe moyo, wanadada wanaendelea kukuja hapo. Usikufe moyo Tracy. Usikufe moyo Vini. Tracy, mambo, network. Naomba usimame mali kuna network tafadhali. Tracy kaenda kutafuta network. Tracy tafadhali njoo. Kijana mpole ametoka na Tracy wameenda kuongea nyuma ya tent wanakuja. Mimi ni wairi nakwambia kwamba kesho tutakuwa na wawakilisha kwenye mazishi yake. Okay, wanarudi. But Vani Kinyaboke bado anasema kwamba kama unamtaka wewe kuja, unajua hawezi akakubali, lakini ukikuja mtaongea hapa. Lakini wacha nikuulize, na niko na kijana hapa anaitwa Vinibabu, ako single, anataka mtu ako 25 years and above. So if you are the one that you feel like to have somebody, umekuwa single, you want to be plural, kutoka kuwa singular, kama ukue plural. Mimi ni Daskofu, sina safa ni Janai Momanya hapa, atafanya kitu pale. You know, hii tunafanya bana hapa lazima, na usiogope. Pia nilikuwa nimekuambia kwamba round 2 itakuwa ni kuomba msamaha na kuingia kwenye mchadara. So kama huwezi kuchangia hapa, tuko mchadara round 2 the next is coming. Sawa sawa. Get to mali, okay, atifani kiwewe. Get to mali, okay, Mary Mweni and Niko 23. I'm single, I want a serious guy. Sasa usikuja hapa jamani. Mary, ukikuja hapa you are 23 years. Kuna mtu pale pia anaweza kutaka. So appear here. Kwa comment usipata mtu. Sijui kutafuta mtu kwa comment. But you come live and direct here and you say like I'm single, I'm 23 years and nataka mwanaume kama huyu na huyu. Utaenda pale. Itakuwa sawa. Mimi na wata vingangwa wa mate my brother. Hawa sana kwamba ni baby girl. Hawa ni miaka 23. Ukisema 26 pana juu. Aya. Utaungua bana. Tegeza kamba. Tegeza. Okay. Mary Mweni mmoja kuingia. Na anybody mwenye anataka Mary Mweni. Mweni anasema kwamba kuna 23 years. Okay. You need to so kama nan show iko sawa. Thank you very much my dear Titus Mudena. Mary Mweni niko hapa. So Titus Mudena ana Mary Mweni. Naona pale msemo uko hapa. Come, you must be very serious. Titus Mudena, hii mapenzi lazima nifuatilie mpaka pale nini Motjeni. Inakuja. Si umalizana na Fini, usijui Fini babu, usijui aje. Sahi, naweza kuunganisha na yeye. Ndio unaendelea kumtafutia mtu. Mimi niko na watoto 3, alisema hataki watoto. Vini, uko serious hutaki watoto bana? Okay. Vini. Yeah. I'm serious now. Nayo bali serious. Kaisi nimekuambia mimi niko na watoto 3. Ukipenda watoto wangu basi tutaenda. Kwa siwezi penda nini, huwezi nipenda usipende watoto. Omwami watoto ni wavulana ama ni wasichana? Yes, sasa mwami karibu sana. Hili kijana mmoja nimekata. Mtoto mkubwa ako na miaka mingapi? Wasichana 2 ni mapacha. Sawa. Kijana ni kamoja tu kako na miaka 2. Wako na miaka mingapi? Wasichana wako na miaka 7. Miaka 7. Hapo ni at least. And what if sasa wewe unataka uolewe na mzee mwenye ako na watoto 5, wewe utakubali?
Sasa wacha nikwambie, nani kijana mpole alisema anatafuta bibi, so mimi nimemwambia kitu niko nayo, si ndio? Uwezi ambia mtu azini sina watoto na niko na watoto 3. Okay, si hata mimi nimesema basi. Okay, and what if sasa upate ni kijana mpole anakutaka, na kijana mpole na yeye ako na watoto 5, utakubali uende na kijana mpole ako na watoto 5 na wewe uko na 3? Acha nikwambie, inafuatana. Hao watoto wake wakinipenda ama wakiniheshimu, ya kwani ni mbaya juu nilimpata na watoto. Okay, naomba mshikilie hapo. Umwami ako hapa, tunasikia umwami kiti na kuona sababu, lakini nini yangu iko full, sijaripia, ndio maana kinabeba watu wachache. Kiti ninakuleta wacha nileta Tracy na umwami ako hapa. I don't know what is going on, lakini umwami naomba tu, wanasema nga ready is first. Wacha tulete mwanadada ndio tusikie pia umwami nakuleta. Unita Ali nasema kwamba watching from KCA, my first time kuingia kwa show. Karibu sana my dear. Tracy, karibu. Yes. Mambo. Fungua kamera. Siku umekuwa aje? Fungua kamera. Poa sana tu. Poa. Naomba ufungue kamera, niambie. Karibu kwenye show, salimia watu, sijui uko wapi. Tuambie ni nini ambao unaona pale, labda unaweza tuambia, sijui uko wapi. Karibu sana. Okay, na wasalimia nyote, mko poa? Yeah, tuko poa. Lakini mbili nimeniuliza niko wapi ama nilikuwa wapi? Unaweza ngaza sauti kidogo, sababu backup yangu imekuwa na shida, inaniambia nimeanza kufanya update, nikianza itanipeleka mbali. Nimejaribu tu kuanzia siwapati vizuri, lakini naomba tu uweze kuongeza sauti kidogo ndio nikaweze kukupata pia mimi. Nasema mimi nipo bila kazi kabisa, ndio maana nimepotea. Jamani, simpati. Sijui nani anamuelewa, nani anamempata, mimi simpati kabisa. Tunasikia. Anasema aje Feniki? Amesema hajapotea, ni kazi imemlemea. Oh, kazi imemlemea. Pole sana Tracy kwa kazi. Pole sana. Tracy, uko single, unataka mtu ama vipi? Ama hadi iko vipi? Hapana. Tracy, usiniangushe. Unajua guys, nataka uonekane. Hapana. Sijaamua. Sijaamua kuwa hivyo. I know you. Hata Fanny alikuja alisema sijaamua. But guys, if you feel like you can mingle with the Tracy Kerubo, me I'm the only person who understands these young ladies. I'm the only person mwenye anawaelewa. Hawasemangi tunataka, lakini ukikuja ukianza kuongea atapata ameongea. Soulmate papa wanasema kwamba kuna mtu akona simu yenye kuna kelele. Senior servant mumani, punguza monta audio kwa studio, monta yangu ifanye senior servant, inanipatia shida kidogo. Mwami. Mwami. Fungua microphone Mwami, fungua microphone. Fungua unmute. Yes, karibu sana Mwami. Yes, hello. Yes. Yes. Are vipi? Well, I'm just watching. Yes. I want to welcome you. Karibu sana, sijui uko na lipi. Karibu sana. Now, I'm just watching and enjoying it. I have nothing. All right. Umwami, I pray like you should hold on.
usitoke, niko na mjadala round 2. Niko na mjadala ambao tunaenda kuzungumzia round 2. So hapa nataka tu nishughulike mawili matatu, niko na mjadala wa round 2. So usiondoke. Nani ametoka hapa? Geti yako hapa, lakini finance man ametoka. Kijana mpole, sijui mbona umetoka wakati amekuja. Why are you out wakati amekuja? Gertrude ako hapa. Geti. Najua vile umeniweka backstage wewe. Nilikuambia stream yangu sitaripia na pepe watu wachache, ndio maana yake nimekuweka pale. Lakini leo ipepi watu 10. Ni vile sijaripa. Yeah. Karibu. Nilikuwa nasalimia by the way Fanis. Akawaambia fungue kamera. Nimeenda kutafuta Omo baby Grace amelala. Niko hapa hata sijui Grace amelala. Nifira amekosa hii. Anyway, nataka sasa niwafungulie in the next. Sasa ni kama hata nataka kuwapatia nafasi tuende sasa kwa kitu kingine, tuchangie sisi wote. Omwami njo, Omwami come back. Tumeingia kitu kingine tofauti sasa. Lakini yule mwenye anataka Tracy utakuja hapa tutaongea pole pole. Vini ako hapa pole pole. Faniki utakuja hapa pole pole. Sasa tufungue micro, tufungue kamera niwaambie. Tufungue kamera kila mtu. Geti fungua kamera. Kijana mpole fungua kamera, tumeingia round 2. Tata simultaneously Faniki iko na echo, but I think iko sawa. Sasa hapa nataka kuingia kwa mjadala round 2. Nikupatie tuipige nayo, tusalimiane, tujoke. Lakini yule mwenye alikuwa anataka mtu, utakuja useme na huyo mtu utampata. Tumeingia round 2 kwenye mjadala ambao unasema kwamba mbona watu wanaoana kwa sababu ya mapenzi. Nimewambia jana kuna mwanafunzi kati ya shule moja hapa Kisii Town aliweza kutoka kwa sababu alisema kwamba kila mmoja anasema kwamba demu wake kama girlfriend wake aliona kwamba amepunguza mapenzi, si kama ile mara ya kwanza, akaamua kujinyonga. Juzi msee mmoja amekata watoto wawili na yeye akajinyonga kwa sababu ya mapenzi, pipi yake ametaka kuoleka kwingine. Juzi kijana mmoja amejinyonga kwa nyumba ya shosho yake kwa sababu ya mapenzi. Sasa tutakuuliza tatizo ni lipi? Tutasaidiana vipi turekebishe hii hali? Na kama pia utakuwa unaomba msamaha, tutasema. Kama unataka mtu amekunoki sana, umempenda, utasema. Kama ako single, tutakuunganisha. So wote niwapatie nafasi. Sasa tuanze live and direct. Inaanzia kwake Vini, tuende kwake Tracy, tuende kwake Geti, kijana mpole, Ivani Kinyaboke na mwenye atakuwa anaingia. Karibu kwenye show. Vini, tumebadilisha mjadala sasa. Utapata mtu siku moja, usijali. Karibu kwenye show. Sawa. Tungeacha nisalimiwe kwanza. Salimia pasi. Nisalimiwe na Geti. Geti msalimie pasi asinipige. Akikusalimia ndio Vini aanze. Sawa sawa. Sasa hii ni nini mtu anajifungia nini micro? Kwenda huko. Vini Geti fungua microphone. Yes. Poa sana mami. Akisiko nimeona kama nimefunga mic. I'm sorry. Sawa, hata mimi niko poa. Grace yako wapi? Aki amelala, nimemcall yako off. Hata mimi nilimcall by the yako off. So tuendelee sisi. Okay, kijana mpole mambo. Amejifungia. Anyway, nimemsalimia. Tuendelee. Sinifini anaongea. Kwani tuko out na hatujui. Tuko out. Kumbe umenipenda na sijui. Si useme hapa. Nani? Unauliza nani?
Sasa tukiingia kwa mjadala ingine. Salimia watu. Tumetoka hapo. Wewe unataka kutoka? Watu wakule. Yaani anamaanisha tumetoka kwa mjadala wa kupata mchumba, tumeenda topic ingine. Ni wewe unamaanisha ndio. Okay. Kurukuntu. Yes, nakupata. Umenipata? Yeah. Umesema ati jana kuna jamaa alijiua juu ya sababu ya mjomba ama upendo. Kwa sababu ya mapenzi. Alisema ile karatasi alikuwa ameandika kwamba ile mapenzi alikuwa anapatiwa na huyu msichana wakiwa wanaanzia na sasa hivi yamepungua. Msichana amepunguza mapenzi kwake akaamua kujinyonga. Kuna uwezekano kwa sisi wanaume huwa tunapenda, yaani mwanamke ukishampenda ile ya ukweli nila anaona ni kama umpende, lakini wewe unampenda kiukweli ile. Mwisho unapata anakufanyia vitu zena ziko unaamua kumwajia. Ni hivyo inabidi una ile kitu inakuja na kufunga uzo tu, napata umechitoa uhai. Si kupenda kwa mtu, ni hiyo tu. So ni wengi wasajinyonga katika kama hiyo. Kiangalia kuna ama za zingine usiona kama huyo mwanadada amesema ako na watoto 3. Ushaamua kumpenda na hao watoto. Then akutolea mtoto nje. Unaona hiyo upendo imepungua hapo, upendo imepungua tena. Already ulimpenda na hao 3. Patana tena kulingana na mila ya kwetu, siwajua. Unapata lazima huyu mwanamke akusalie mtoi. Sasa tena usikie huyu mtoizi wa kwako. Si hapo ni upendo already imepoa, imepunguza rangi. Unapata umejitoa tu. Okay. So nilikia tutasaidiaje hiki kisazi? Hapo ni ngumu kusaidia tu. Ni maombi tu. Wewe utajimaliza kwa sababu ya mapenzi? Mimi hapana. Kuna mwanadamu unaweza penda baba. Mbako unashindwa utasifanya ati ili umuondokee. No. Usiku unamuona. Ufanyika. Wacha nikukutoe kwa topic kidogo tu na turudi. Si majuzi hivi uliona mtu anapenda club. Si mtu upenda timu kabisa mpaka unaona anajinyonga juu ya sababu ya timu. Sasa niturudi kwa topic hii, napenda mtu kabisa kiundani kabisa. Unajua kuna ile upenda. Hazana hii ya juu. Kuna ile upenda yaani mkiwa na yeye. Unaona ni yeye tu, lakini tena kwa bahati mbaya upate. Kitu inaweza shida ni hiyo. Shida ya kwanza ni kuenda nje. Ama wewe mwanamke unaenda nje ama mwanaume unaenda nje. Sana wanaume ndio wajinyonga. Sijawahi sikia kwa wanawake vile. Mimi nimefikia hapo. Okay. Wacha nisikie kwake nani? Kwake Tracy ndiye anafuata. Tracy,
Yes. Karibu kwenye mjadala dadangu. Juu ya kunyonga ama kujinyonga. Kunyonga. Yeyote ile nafaa. Yoromo sana. Mambo ya kujinyonga. Unajua itaweza bidi mtu ujinyonge because unapenda mwenzako. Na kumbe yeye anakuchezea tu. Uko serious. Shindwe. Na sasa ukimwambia, na unajua mtu sometimes anaongea serious, mwingine anachukulia jokes. Na sio vizuri because kuna sometimes unaongea anga jokes na kuna sometimes hakuna jokes. Na mtu akikasirika na mtu sometimes wanasomana kwanza. Kama mtu sometimes unajua tunalinga sana. Hata unaambiwa sijui ama nitaambiwa mimi nitakufa juu yako. Nakwambia ukikufa kwani si nitakuja kukula kidheri. Nafikiria ni jokes. Wakati amekufa hata ndo nashangaa kai kumbe alikuwa serious. Ndio hapo sasa najipata nasema ningejua singemwambia hivyo. Ama singemkosea. Yeah. Sasa sijui venye tutafanya because hii ya mambo ya kujinyonga inakaa sana kujinyonga. Eti mtu amekufa juu ya msichana. Na wasichana unajua ukiwa na mtu ama sasa kama hujaolewa huwezi kaa na mtu mmoja. Na ukijua niko na mwingine hapo utaweza kazirika ujifanyie kitu mbaya ama ni heri unichape kuliko kujinyonga. Ama ukae na mwingine. Anichape. Hii hasira iishi. Kama amenipata face to face. Kama hajanipata mambo ya story kusikia hayo siwezi harawa nikonge. Shindwe. Okay. Tracy, simamia hapo. Maybe kwa mtu atakuuliza swali, Mr. Right, karibu sana. Wote niingie kwake kijana mpore, kama unanipata fungua mic. Kijana mpore, kama unanipata fungua mic. Asante sana mimi kwa kunipea nafasi nikaweza kuzungumza mawili matatu. Kwanza wacha nichukue ifunza kwa salimu dada zangu ambao wako kwa studio kufuatilia mjadala wa siku ya leo. So kwa mimi kitu ningesema sometimes kuna wale ambao watu wanapenda and it reach a point whereby huyu mtu mwenye unapenda zaidi vile nani alisema sijui ni Kevin, inaenda hapo huyu mtu anajinyonga because anaona kama nilikuwa napenda huyu mtu mpaka ananifanyia hivi. Sasa anaona like ana kuishi katika ulimwengu. So mimi kitu ningesema by the way si ati kupenda okay, let me say like hata si uchawi, sometimes niseme ni karne tu imefika watu wanajinyonga because ya mapenzi, of which let me say according to my understanding inasema mtu mwenye anajinyonga juu huyu mtu kwa kweli alikuwa anapenda huyo mtu, ndio maana alifanya nini, aliamua hivyo. Na kama wewe basi unajua kama huyu mtu anakupenda, why do you allow your partner or your couple like anakufa because of nini wewe? Just falie ile kiatu useme like what if sasa ni yeye ningefanyia hivi, mimi ningefeel aje, you know? But sometimes I like some ladies vile wanasemanga tu hata jinyonga yeye anasema nini, wacha tu akanyake kubwa kubwa aende, you know, instead of ya kufanya hivyo ni heli ufanye nini, uende.
ni kama hiyo kitu yenye nini ulikuwa unalilia kikuwa chako kiko. So the only thing you can walk out of that relationship. Since umefanya nini, umegundua hapa una amani, hapa unateseka, hapa whatever. Just end elsewhere penye unapata amani. But sasa kujinyonga juu ya mapenzi, of course sometimes kuna wale ambao watu vile nani vile unapake si mzuri kupeana example. Kuna dadangu alisema hapa, mimi mwenyewe nilisema like, and what if ukae mari na watu mtu mwenye akona watoto 5? You can get umeolewa na mzee, unampenda tu wewe, una mtoto. Imagine huyu msichana hana mtoto na yeye atakuwa na ile hamu ya kukaa na watoto, you know. Imagine umekuja umesacrifice yourself, unalea watoto kama wako. Maybe huyu mtu umemzalia mtoto mmoja, umefanya 1 2 3 na yeye umemtoa kutoka chini kabisa to a certain level, and you get yourself like huyu mtu anaanza kukufanyia 1 2 3. Hii unasema like, you know, mpaka unapata yourself like, wacha tu nijue nitoke in state ya kufanya nini. But that one is not a solution. The only thing mimi nakwambia kama ni heli utoke kabisa, uende sana akupata uendelee kumuona nini ila nini endelee hivyo tu. Sasa hiyo ndio maoni yangu. Sawa. Shikilia hapo, nashukuru sana kwa maoni yako. Bado naona Esther Nyanduko anasema ako single na ako serious. Esther Nyanduko, mimi siwezi kupatia mtu ukiwa kwa comment. Esther Nyanduko, kama unataka mtu kuja hapa kwa live show, sema kwamba unataka mtu. Acha kuambia status yako na pipi wake anakuranga mkate na kikombe. So wewe kuja hapa. Nisijome. Before nete Mr. Right. Before nete Mr. Right utafani kiasungumze. Mr. Right ndio komonya. Kai. Mosabati News TV na kuona pale karibu sana. Yes, fani karibu sana kwa show before tuende kwingine. Karibu sana. Amchamboni. Hatujambo sana madam, may God bless you. Jambo sana. Kitu ya kwanza kabla sijaanza, hakuna kitu yenye nitafanya kama kujinyonga. Hiyo ni uchinga, ufara plus uchinga. Siwezi. Kitu ya pili, ukiona mtu akupeleki vizuri ama ukiona mtu amuendani, kanyaga kubwa, sintapata Mr. Right hapo mbele na tuendelee tukienda. Yani chinyonge juu ya mtu hapana, mimi hapana. Hiyo wacha tuwaombee tu, lakini kimimi mimi hapana. Sasa wewe unasema aje? Mimi kitu yenye nasema wacha tu tuwaombee, watakuja kuacha, lakini kitu yangu I will never do that. Yes. Alright. Shindwe. Okay. Hiyo ni maoni yako. Okay. Mr. Right. Hamjambo. Hatujambo sana. Mnanipata vizuri? Salama sana kabisa. So, nimeona ni kupata mchumba, nikakuja mbio, nimefika ndani nikasikia ni kujinyonga. Bado mchumba iko. Bado kama tulikuwa napata mchumba, lakini kwa sababu ya ilikuwa ni round 1, tumeleta hapa Vini na Vaniki wameshughulika hapa, Trace yako hapa. So kama unataka mtu pale kwa comment Esther Nyanduko bado anataka mtu, wewe kama bado unataka sema utapata wako. Kurukundu na unachoma. Yeah, sasa kitu yenye nasema kuhusu mjadala. Feniki. Wewe Faniki naongea. Kitu naweza sema kuhusu mjadala. Unajua katika ndoa kuna lile neno ambalo sisi huambiwa, mmekuwa pamoja
hadi kifo. Lakini ukiangalia hakuna siku umeiona wapendanao wamekufa wote pamoja, kwa sababu so kuna wenye wanaweka hiyo mentality, anaona nikijua hata ataona nilijua pia nifuate, but it is wrong. In life, unajua it is only one connection which connects us, love. And when love is lost, you can look for another love. But when life is lost, you can never look for another life. So when someone goes to an extent of committing suicide, that means that person is stupid upstairs. Why am I saying that? This person was born alone. He was raised in his mother's home until he came and met this person. The person that he never knew in his life that the person will exist. Why should you take your life because of a certain person who can leave you anytime and you can get another person to love you more than that person? So many people are single out here waiting for other marriages to break up so that they can get someone. They have the crushes, but the crushes are married. They are waiting for the crushes to do something stupid so that they can get them. Then manze unaenda kujiua. Labda Mr. Right alikuwa hapa ametegea. Utatoka siku gani kwa hiyo ndoa? Mimi pia nikupate nikupende venye nataka, but umejiua. First umenikosea. Hiyo ni dhambi kwa Mungu, kwa sababu hata Mungu anajua nilikuwa nangoja. Second, wewe mwenyewe umemkosea Mungu kwa sababu hata Biblia inatukanya tusiue. So that commandment shall break. Love is not everything, but life is everything. That is what I can say. Thank you. Mimi nimemaliza. Kurukundu usikiki. Anaendelea kutengeneza mitambo. Niwasalimie kwa jumla. Hamjambo? Hatujambo. Jambo. Venik. Sasa Poa sana. uko mzima? Yes. Habari ya bwana huyu nani huyu? Vini nikusalimia tu kiujumla tu hivi bro. Macho siku hizi yamepotea. Habari ya studio watu wote bwana. Nimewasalimia pale kwa comments na sijaona kama kuna mtu ameitikia salamu ama Hatujambo. Kwa comment shida hatuwezi ona. Kwenye agent anaweza ona. Ni sawa sawa. Nashukuru mupo wazima, natumai mupo heri wa afya. Okay. Sasa kuna mada ipi hivi leo? Ndio naingia tu kutoka kazini tu, sasa tujui kama unazungumzia nini, na naweza kunifahamisha tu hivi kwa kifupi tu. Wapenzi kujinyonga juu ya kuachwa ama juu ya mapenzi? Okay. Ndio maana nilikuwa nasikia Vini akisema kwamba yeye mwenyewe hawezi kujinyonga. Nimekujibu kwa haraka. Mimi siwezi. My dead body. Unajua sikupenda. Lile jambo ambalo unastahili kufahamu sasa hivi, hiyo shughuli ambayo inatendeka, kama ukiona mtu amefikia kile kiwango cha kujinyonga, yamemkaba koo, yamemfika hapa, hawezi akavumilia tena, kwa sababu atakuwa na zile memories, atakuwa anakumbuka tu yale mambo ambayo alikuwa anafanya na huyo mpenzi wake. Unaona, fadhali kujitoa tu, hasahau kila kitu tu. Kwa hivyo si kupenda kwa mtu tu, tunahitaji tuweze kuwaombea tu wasiweze kufanya nini, kufikia hiyo kiwango cha kujitia kitanzi. Hapo sasa ndio tunahitaji tu maombi peke yake. Lakini mtu upendi kufanya jambo baya kwako ama kwa mpenzi wako kwa sababu umetengana,
kwa sababu huenda, kwa mfano nikupatie mfano mzuri tu. Wewe na mpenzi wako pengine mlikuwa na project ambao mmefanya tayari, mmeinvest hapa na pale, then all of a sudden mambo yamekuwa kama ni yamegeuka. Unapata huyu mwingine mmoja amekugeuka kabisa, amechukua like the higher percentage. Unaona, sasa nafikiria hapa unaanza kufikiria yale mambo ambayo unajipatia stress nyingi sana. Inafikia kiwango ambapo wewe mwenyewe huwezi kuvumilia zaidi ya haya ambayo yameweza kutendeka. Unajikuta kwamba yale ambayo tunafanya si ati kwamba uwe umependa. Mwili na roho ni vitu mbili tofauti sana. Unaona, afadhali tu ujitoe uhai tu, lakini la muhimu ni kwamba tuombe Mwenyezi Mungu na tuwe waaminifu katika ndoa zetu, wapenzi wetu, tuambizane ukweli tu, tusemezane, tuseme kama ni tunaenda na mkondo, tunafuata mkondo wa kulia, tuende na mkondo wa kulia. Trust ndio mambo ama ndio jambo moja nzuri katika ndoa. Nikwambie watazamaji wa Kisi Hot TV, ninayezungumza mimi kama Mosobet News TV, si vyema kujitia kitanzi, si vyema kumgeuka mwenzako. La msingi kuwa na imani na mpenzi wako, mpe mapenzi, semezana wakati mna taabu. Ikizidi henda kwa wazee, ambia wazazi wawasaidie, ambia marafiki tuna shida. Si vibaya kuweza kusemezana kwa rafiki yako, kumwambia rafiki, unajua nini, maisha yetu ya kindoa ama kifamilia haendi vizuri. nikuulize Sorry, nikuulize, niulize. umewahi ona mwanaume akioa mwanamke wanachenga pamoja, wanazaa mpaka watoto na wanaachana? Visa vipo vingi sana. Si umeona hiyo kitu Kabisa. Sasa mbona nijiue juu tumefanya vitu pamoja, azini yetu sasa tumechenga nyumba, tumefanya kila kitu, vitu Okay. siko kwa mikono yangu. Unajua Ni kweli, lakini Vitu siko kwa mikono yangu. Nimefika kuambia Venik kwamba si wote wanaofikiria vile unavyofikiria, na sisi Yeah. tumeumbwa tofauti tu. Wewe mwenyewe unaweza sema hacha nisonge mbele, usijifunike tu kalale. Hapana, mimi nilikuwa nataka kuweka vizuri nisikie sasa. Vini. Vini. Unajua kuna watu wenye wako na hasira. Ani akishafanya kitu ndio anakuja kukumbuka, lakini unajua kuna mtu anaamua tu waja nijitoe. Unaona? Ni kuenda anaenda. Sawa, lakini mimi niko na hasira. Mimi niko nayo, lakini siwezi nikajinyonga. Niko na hasira na siwezi nikajinyonga. Mungu mmoja hivi. Kwanza wewe unaweza mwaga maji kwa nyumba. Nieni nifanye kila kitu, nimwage unga, nipasue kila kitu, lakini nisijinyonge. Ai. Yani nikuache ukikula ugali. Sikumuondokea. Kumuondokea. Sasa nikitoka hapo niende hivi nipate sijui Mosobet TV hapo mbele. Sisi tutapendana tukienda. Ala, wewe kaa na maisha yako bwana, acha kunisumbua. Mimi siwezi. Hiyo ni ukweli. Already amekuambia, Mosobet amekuambia venye uko hivi, ama mafikira ya kwako si mafikira ya Vincent, mafikira ya Mr. Light si mafikira ya Mosobet. Unaona? Kila mtu, kuna wengine ufikiria kufanya kitu jambo, akishafanya jambo fanya haraka na unaona. Yeah. Lakini kabla ufanye kitu, think twice. Kuna wafikiriangi hivyo mara mbili venye unasema. Na mwache kudekesana. Kudekesana ndio inafanya watu mnadekesana hadi mnasahau nyinyi ni wachumba.
inafika hapo ndio ukifanya ka mistake kadogo tu mtu anaamua ni kujitoa uhai kwa sababu ya nini? Ulimdekeza kitoto. Imagine. Lakini mimi hapana. Si nitaama huko Saudi niishi huko miaka 10 nirudi nikiwa na pesa. Tafika huko upate sasa mambo ndio mabaya zaidi sasa. Na kama option ya Saudi haingekuwa nitakaa Kenya niuse mandisi na maugali hapo ni kinini. Ndio tunakuambia Venick, si wote wana mafikiri kama yako. Huenda tu kuna yule mmoja tu anangojea huo opportunity ama hiyo dakika tu atakosana tu hivi sasa. Tuanze kesi hapa na pale, pale na hapa. Unanipata? La muhimu, la msingi ni uaminifu, kushauriana. Hatukatai ipo shida kwa nyumba. Kuna matatizo mengi ndio. Lakini tujaribu kutafuta suluhizo ama suluhu la kudumu. Suluhu utaipata aje kaka? Okay. Ninawapata vizuri, ni kama nashughulikia vitu 2-3 hapa. Vani kiko kwa iranine, nilikutoa niingie tena nikurudishe. Furu yangu imekuwa full screen. Mama G for general ako pale, Lili last pone ako pale. So tupatie nafasi dakika kidogo tuendelee kuzungumza wote kwa sababu time inaendelea kwenda mbio. Pale tumcomment tunaona pale Rispa Gwaro anasema kwamba vuna aba obo kima bo gwansa ika imanye ko genda how can I kill myself and let my kids behind and my mom who suffered for me na najinyonga juu ya kijana ya mtu. Never. That is the evil spirit inaingia watu wanahitaji. Vijana Kwamboka, pokea salamu zangu nyinyi nyote, karibu sana. Gladys Kesare, God has a plan for everyone. Thank you very much. Anaitwa Vijana Kwamboka ndani vipi kuko poa, karibu sana. Thank you very much. Wewe kuja hapa. Vaniki ninatoka hapa nikuweke, rudi hapa. Okay, patiana Mama G for general nafasi hii. Mbona unatoka? Kuna kitu nafanya kiasi. It's okay. Hata mimi nataka kusema ya mwisho, nataka kuambia watu people should learn how to move on and how to value their self. The only thing we can do is to just learn how to move on. Kwa sababu if you can't learn how to move on, then ndo unajipataka kwa hizo shida. Sawa, tumeumbwa tofauti, but hata tulipoumbwa hatukuwa tunatembea, tulijifunza kutembea. So that's the only thing I can say. Yeah. All right, thank you very much. Let me just give this opportunity to Mama G for general. Mama G for general, Mama the Mama. Mama the Mama. Mama G for general. Okay. Really last pony. Mambo. Poa sana. Siku imekuwa vipi? Nikalale yake. Fani kingoko chuate ivoko. Na neto bwato. Karibu sana Lili last pony. Nafasi ni yako. Kurukutu. Asante. Okay, mimi nilikuwa nasema actually mapenzi kifikia mahali na mapenzi sometimes wanasemanga ni blind na it's true. Ndio actually nakumbukanga kuna time yenye tuliachana na mpenzi wangu first time. Mimi niliona tu nimefika mwisho. Niliona tu kama dunia imeisha. Nikaona heri tu nikufe kuliko kuishi dunia ya shida tupu. Actually nitaka nijiue. Lakini nikafikiria mahali kwingine nikasema sasa yenyewe nimekufa. Ni wiki moja tu watu wamenisahau. Yeye tu amebaki tu hapo. Akikula.
na atapata tu mwingine tena ampende. Nikapiga tu hesabu nikasema heri tu ni move on kuliko kujiua. Unaona? So kitu yenye mimi naweza sema ikifikia tu mambo na mapenzi sometimes unaweza decide kitu yoyote but wacha tujaribu kujicontrol at least, yani kwa irania ngoronze pressure inarudi chini, uendelee tu na maisha yako kuliko kujinyonga. Kuna mwenye ako na hasira. Yani mimi ukiniambia tu tumeachana leo, kesho nimekusahau. We wacha kutupima hapa. Saa hii utextiwe tu saa hii eti finish, it's over. Lazima kama ni mimi for example mimi pressure hiyo that time inaenda juu but time inarudi chini. Nikwambie kuna vitu zingine unajicontrol. Ukiniambia tu ni kama unapitisha tu mdomo. Tumeachana, okay sawa, kanyaga kubwa ukienda tutakutana baadaye. Tupatane kwa barabara. My sister, mambo poa. By the way kuongea tu naongea. Wacha nikwambie sijui ni Lilian sijui Rusty Bone yangu. Wacha nikwambie kuna day nilipenda kijana mwingine. So nikapata sasa nimempenda sana hata hakuwa ananipenda. Alafu sasa akaniacha, nikakunywa maziwa kibuyu mzima, tena nilikuwa Saudi. Kibuyu mzima yote. Huyu mama akapiga nduru. Nikasema hapana. Ikifika wacha ikae. Saa hii ukipitisha tu mdomo, haki ya Mungu na kuacha tu mara hiyo. Na kanyaga kubwa. Na sina time. Hiyo first time ndio nilikuwa na challenges mob. Gani kitu kisuri umenifanyia? Hakuna chenye umenifanyia sikujui unijui. Alafu nianze kuchinyonga. Mimi ni wanani wa mamangu na babangu. Nilisaliwa nikakupata. Nilikupata kweli. Mimi kuongea unaongea. Nile jawahi kupata. Lakini ni kuongea anaongea. Ni kuongea tu anaongea. Mungu mmoja, wacha niwaambie ukweli, hii ni mkono. Haki ya Mungu etia ngolionya nkovetu neligu na iguboro na kiasi komeke ngolinga mpaka kaangengete. Mimi hapana. Ndio masoveti ateba talio uwanja unajipata tu epena doiga kwa hiyo ngateliko sawa kujiera nene manya konye ogaria ng'ombe bani njena ng'ombe ngosibina. Bismillah. Sawa bana. Lakini okay, tumira nimambia singi yegas mambingo kenda tumira ne tafadhali. Alright. Asante sana. Huyu mwenye ameweka muziki tafadhali punguza tu kidogo. Asipigwe nini hapa? Strike. Okay. Nimbabwate tekima bakalinde siku nyuma dan karibu sana. By the way, I want to tell one thing. Brother Vini babu 88@gmail.com alikuwa anatafuta mtu, alikuwa single. So hata Vini kanapiga hapa mdomo sijui nini kako single, kanataka mtu. Wacha niseme kanataka mtu. Mimi siko single. Wacha nyamanza. So karibu sana kwenye show. Mpaka unaweza panga kutoka Kisii hadi Nairobi. Mimi siko single. Nyamanza. Before we go the other side, really last point. Mimi I wonder why. By the way, I wonder why you guys unasema kwamba yani ama ni vile sisi tuko single na maana. I don't see the need why mtu akikuacha. By the way, let me just advise one thing. When I was in nilikuwa high school. Ilipatikana bahati mbaya tumependa msichana akakuja kaoleka. And then nilikuwa naona kwamba sasa what is this? But somebody advised me this one. When you love, let me advise you one thing. Ini ya ukweli. If you want to follow this one, utajiua opaki tukichoma mahindi, kuna vitu tamu zinaendelea kukuja, technology inaendelea kuimprove, tutakula na tutakula.
don't love at 100% ama at 99%. Love at 50%. 50 umeenda mbali. 20. Wewe, mimi ndio naongea. Love at 50%. Usipende mtu sana. At the moment you love somebody, akikudisappoint, that's the time akili zako na shetani anakuingia, unajiua. Unatuacha tunakula chapati, tunakula vitu tamtam, tutakuja kupanda ndege ya gari. So you guys, you must be careful. Dani kaninjua hapa na kupatia nafasi. Don't love at 100%. Penda kidogo, ile ambayo iwezi kukuumiza, ile ambayo iwezi ikakudhuru. Just love at a certain percentage, of which mtu akikwambia nimekuacha, you just quit. Namwambia, unajua kuna watu wengine wananga stress. Ukimwambia hivi, tuachane, anakuambia sawa, it's okay, haina shida, na hivyo na move on. Kwani kuna nini? Kuna shida? Hamna shida. Ana move on. Kwa mtu anaambia nimekuacha, hawezi akakula wiki mzima, ameanza kuandika barua, nitakunywa dawa, sijui nini. Hakuna kitu kama hiyo bana. Nothing like that. Mama G for general. Mambo. Mama. Esta Nyanduko, ukiachwa achika kiroho safi, maybe hakuwa wako, just relax, Mr. or Mrs. Right. Akon the way, inshallah. Anyway, Rispa Gwaro, akiniambia ameniacha, amenipea muda wa kulipata mwingine better than him. Hapo ninafurahi. Ukiachwa kanyaga kubwa, start afresh. Ukipendwa pendeka, ukiachwa achika. Sasa mama, okay, Rispa Gwaro, nafasi ni yako. Thank you. Asante kwa kunipea nafasi. Habari zenu? Mimi nilikuwa nyuma ya tent. Lakini nimefika hapa. Yes, karibu sana. Hivi naona Phoenix, uchatoka hapa wewe. Uko na kielele sana. Unajua nilikuacha hapa kitambo sana. Like 2 hours ago. Ninafurahi sana mama Masoveti. Hi. Anyway, nimeshukuru sana, lakini mimi nataka kutoa maoni yangu haraka na niingie nyuma ya tent. So, kile kitu ninaweza ambia wenye wanataka kuolewa. Unajua umefukuza mgeni wangu? Umefukuza mgeni. Umefukuza Veniki, lakini utakaa hapa mpaka akuja. Asipokuja mpaka tumalize show. Tudeboy Classic anasema kwamba sijamfukuza, wacha arudi haraka. So kila kitu ninaambia watu, in fact, kujiua sio suluhisho, ama ukiachwa huo sio mwisho wa maisha. Maidia venye ugali ndamu hivi halafu niambie ni chinyonge. Sinitaenda ninunue chips kuku nikule mpaka niweze sufuria tena. Mtu akiniambia ameniacha, si hiyo ndio wakati nitapata wakati mzuri wa kuoga vizuri na kutoka nje. Hey, that's not the end of the life. Sasa nikikufa nimeacha mamangu mwenye alinishughulikia nikiwa kadogo. Mamangu she suffered a lot to make sure that I'm okay. Wakati nilikuwa nikigonjeka, wakati nilikuwa kadogo, nilikuwa hata sijijui. Yeye alishughulika na mimi, akanipepa, akateseka na mimi, halafu nikuje kujua juu ya mtoto wa mtu. Never not me. Hapo siwezi advise mtu, kwa sababu mtu mwenye unafaa kukufa juu amekuacha ni your parents. Mwenye alijua ulikuwa uko aje, mwenye anakujali sana hata ukiwa mkubwa, mwenye hata ukiwa na shida unaweza mpigia umuulize usauli wako. Unajua each time ukiwa na stress ama ukiwa na shida mingi ama ile chambo lenye limekusumbua akili sana na unashindwa mwenye unaambia, and you don't have any friends of yourself you want to trust, pigia mamako simu ama babako, mwambie shida zako sote.
I'm sure ukiambia mama yako ama baba yako shida Unaongelelea yako. wapi? Rispa? Yes. All right. Thank you. Network imemtupa. Anyway. Unipate? Network sikupati mimi jamani. Mbona siwapati? Okay. Okay, endelea kuzungumza. Maybe shida imekuwa kwa mashini zangu, tafadhali. Muniwe radhi na uambie kwa mashini zangu zinanisumbua leo. Continue. Wengine mnanipata ama ninaendelea kuongea tu? Mnanipata? Yangu mimi nakusikia. Okay. So shida iko maybe. So ukiwa na shida yoyote, kwanza mimi nikiwa na shida yoyote, in fact when I talk to my mom, ninapata ujasiri kamili, ninakuwa strong, ananipea moyo, kwanza ananiombea. Akiniombea hivi ninapata nguvu ya kuendelea na maisha. I can see something to smile at. Nikiwa down kabisa, nikiwa na stress sana, siwezi fikiria hata mambo ya mapenzi. Na call mamangu, ninamuongelesha, ninamwambia shida zangu zote, ananiambia mtoto wangu, Mungu ako na sababu. Usifikirie sana. Na nataka ujue ulisaliwa peke yako. Na hata ukikufa, utasikwa peke yako au utasikwa na huyo mpenzi wako. Huyu mwanaume umeshindwa kukaa na yeye, mmeshindwa kuelewana kwa hii ndoa. That's not the end of life. My dear, you can move on. You can live without anybody. Wacha Mungu, unajua ukiachwa na binadamu, wacha niwaambie kwamba Mungu hajakusahau. Mungu ako hapa na anajua vizuri ile sababu yenye amekuachia uko hai mpaka saa hii. So usijaribu kuchingiza kwa ati unataka kuchiua, unataka kununua dawa, unataka kufanya nini. Mimi hata hii spirit sijui iko na hao watoto wenye wamesaliwa tu juzi. Kitambo ukiambia mzazi wako ati unataka kuchiua, anaenda anafungua ng'ombe kamba, anakupatia, anakuletea, anakuambia unataka kuchiua, wacha nikupea kazi rahisi. Anakuletea kamba. Ama dawa, anaenda anakuletea dawa ya mimea ama ya kuosha ng'ombe. Anakuambia wacha nikufanyie kazi rahisi, ama anakupea pesa, anakuambia enda ununue rati ndio itakuua haraka. Ukiletewa hiyo kamba uchiue, unafikiria utachiua. Ukifikiria venye ugali ni tamu, ukifikiria venye life ni tamu huku mbele, ukifikiria watoto wako, unafikiria ukiacha hao watoto unaachia nani wakiteseka wakae chokora? Unafikiria ni nani atakulelea hao watoto wako? Hata kama una mtoto, unafikiria mama yako utamwacha aje? In fact mama yako akikuacha ndio unafaa kusema kama mama yangu ameniacha, wacha hata mimi nikufe, kwa sababu yeye ndio alisikia uchungu wako. Yeye ndiye alikushughulikia sana. Lakini mwanaume wa mtu, mtoto wa mtu, kijana wa mtu sasa, ama msichana wa mtu sasa ndio unataka ati sasa amekuacha sasa unataka kuchiua. That's not the end of your life. Move on, move forward. Mtu anakupenda, atastiki na wewe, whether uko na life mzuri ama mbaya, ata make sure you are okay. Ata sacrifice for you kama mtu anakupenda. Na kama mtu akupendi amekuacha tu, wewe achika. Ukiachwa achika. Kiroho safi na Mungu atakufungulia njia upate mtu anakupenda the real you. And you people, stop faking yourself. Kaa vile uko. Wacha kujiweka mahali ya utoshei, mahali uwezani, kwa sababu hata ukijificha kwa muda, yani kwa miaka yote ya maisha yako yote. Kufichana ndio inakuanga shida. Be the real you. Mtu akikupenda anakupenda venye uko, anakupenda anakuaccept na life yako, na mnasonga mbele, ndio life inakuanga easy. Lakini sasa wewe useme unachipepesa ama umeenda ukakopa hata kama ni gari ya mtu, wakati mwenyewe atakuja afurushe kila kitu, hapo ndio sasa unaanza kusema sasa life imeisha, sijui nini. Unaacha sasa unaanza kukaa na pressure, ama unataka uombe ka kitu ndio uonekane. Hapana, you just stay the way you are and God will bless you more. Unaona, unajua mimi ile kitu nina believe, kama wewe ni mwanamke na mwanamume akikufukuza amekutolea manguo nje na hujamfanyia kitu,
Huyu amekupea baraka tele, hata mahali unaenda unakuwa unafanya kitu kinafanikiwa sana. Na ukijitoa mwenyewe juu wewe ndio umejitolea mpaka hizo manguo nje, wewe ndio umeacha huyu mwanaume akifanikiwa, kwa sababu wewe mwenyewe ndio umejitoa kwa hiyo ndoa, unaona. Lakini ukiwa kama mko hapo unaona kama ni unakaa na shida ya kuchapwa, mnapigana, mwelewani, kanyaga kubwa manze. You will never replace your body. You will never replace your life. You can only stand strong ukiwa na Mungu wako. Mungu ndio rafiki wa kweli kwa hii dunia. Na pia wazazi wako ndio hawawezi wakakuacha hata kama ukiwa ni kirema, hata ukiwa na shida yoyote, mzazi wako hawezi kukuacha. Everybody can run away from you, but God and your parents will never run away from you. Hata wakiwa aje, hawata kutoroka. They will stand with you. So you have to think about someone who thinks about you day and night. Each time you are down, think about mtu mwenye anakufikiria. Kama mtu akufikiria, achana na yeye. Kama mtu anakufikiria, pia wewe mfikirie. Ile kitu tunakuanga nayo, tunamsahau Mungu. Tunafanya vitu kwa kifua. Hatutaki kufikiria mambo ya Mungu. Hatutaki kuambia Mungu asante kwa kila jambo. Hatutaki kumhusisha Mungu katika mahusiano yetu. Ndio maana unapata the evil spirit inakuja inapepa mind yetu. Inakwambia tu wewe fanya, chukua kisu, dunga, sijui nini. No need of that. No need. Right. You just stand strong and tell your God all your problems. I'm sure He will carry it for you. Right. And everything will be fine and easy for your life. Hey. Nani anacheza music tafadhali? Who is that? Nani huyo? Afunge music. Nisipokwaruni nimekusimamisha kidogo na kupatia nafasi. Danica ameenda mbio na nitaka kumleta na ametoka mbio. Dennis Ondieki, Mungu anasaidia yule anajisaidia. Uwezi ringia wanaume hapa. Utakaa kwenye mpaka ushangae. Kaita hata. Ala. Na yeye hawezi tulingia. Hata yeye atakaa kwao mpaka ashangae. Kwani sisi si watu? Ala. Si hata nikikaa kwetu si niko kwetu. Si nitazikwa kwetu. Dennis Ondieki, Mary Mweni, mapenzi sio kila kitu kwa hii live. Ufai kujiua sana. Mimi siwezi nikachiua juu ya mtu. Kanyage akienda. Ulikunywa maziwa? Ulikunywa maziwa? Jibu mzima. Na hiyo story na naendelea kukunywa ala. Hapana, hiyo ni nyuma. Si sahi. Sahi mimi ni mtu mkubwa. Lakini si ulisahau shida zako. Lakini si ulisahau shida zako. Mimi hapana sitaki. Si ndio, si ulikunywa maziwa na ukasahau shida. Shida ikikuja unaikanyagia chini, unaambia Shetani ashindwe, lazima nishinde hii vita, lazima niendelee mbele, lazima ni stand for my kids, lazima ni stand for my family. I will fight against anything. Badala nikunywe dawa, wacha niende church niombe mic. Niwaambie nipigie ni kidansi. Nikunywe dawa. Kanyaga wakienda. Mimi siwezi. Hata kama unanipenda aje, hata kama uko na mali aje, hata kama uko na nini, uko na life yangu hauna. Mimi siwezi. Okay. Najua utagombana mpaka asubuhi, lakini ako single. Alikuwa anatafuta mtu hapa, ako single. Mimi niko na watu, hata ukienda kutoka Kisii watafika Nairobi. Na ako na watoto 3. Nimeongeza wamefika 6. Endelea kuongeza. Siku utakuja kuniambia brother sina. Najua sasa nimeendelea kukuhusu utaki. Huyu ni sister yangu namjua, Esther Nyaduko. Deno please. Heri mtu akanyage kubwa na maisha inasonga. Ala. Yes, Rispo alikuwa anazungumza, mtu alikuwa anapatia nafasi, alipiga ndani ya miti. Alikuwa anapatia nafasi Danica akaenda. So Rispo kwa roho continue. Imegonga saa ngapi? Imegonga saa 7:34. Mimi hata nataka kulala za good night. Unajua mimi kwa hii show sana.
mpaka wakati nitamaliza ndio tena. Ukienda nisipate ukikuja kwetu. Mi na hata mi Ai, nataka huko ni huko ni kwenyu ama ni kwetu? Ni kwenyu, lakini naenda kwetu kwa mama yangu na papa yangu. Ili Hao rasta mimi sijasema mtu aende. Dennis Okemwa So, niko ndani, karibu sana Prado, umepotea sana. Valian, maisha ni kuvumilia. Usipovumilia utafanya nini? Utadu mapenzi chenga, 20 unasahau kuna kutengwa kujinga ngokora wengi 20 wakipendwa wanasahau mami kuna nimba kutendwa. beke mapenzi chenga. Sasa mtanifanya nimalize hii show. Hiyo muziki izimwe kabisa. Izimwe kabisa. Sawa. Kuntu, lakini unanionea. Unaweka nini hiyo? Si nilikuwa naambia Sasa mimi mnasahau hakuna kutengwa. Aha. Mwenye alisaliwa na mama yake na mimi nikasaliwa na yangu, mimi nimeenda. Tuko ukienda kesho mimi ndio nitaamkia choo ya Mwarabu, halafu next month, halafu mwisho wa mwezi nitakuwa nikipewa nini ubeki kiara iga na beka iga na wewe wangi ngandero mosacho kara sakale jentikane. unajua ile kitu mimi ninaweza endelea kusema, jari anayekujali. Kama mtu akujali, achana na yeye. Wacha kujirasimisha kukaa na mtu kama hakutaki. Usirasimishe vitu zifanyike kama asifanyiki. Usiendelee kuenda safari kama iendeki. Kama uoni njia, wewe ambia Mungu nifungulie njia. Feniki, please mute. Mimi hata sijaweka music, that's why nataka kuweka. Sijaweka. Kuna mute ga. Wewe mute kwanza, kwa sababu hiyo nini inaleta disturbance. Ndio tuendelee, yani ndio tu. Iko wapi? Nimeenda. Unaenda wapi? Kaa hapo. So the way vile nilikuwa ninasema, kila kitu anza na Mungu. Ukianza na Mungu kila kitu, hata siku yako ikianza, anza na Mungu na umalize na Mungu. Hata kama unataka life yako ikae straight, ambia Mungu shida zako. Wacha kuambia binadamu shida zako. Na usiwe na roho ndogo tu una take decisions, una take vitu zingine unaona kama ni big deal sana. Hakuna mzigo kubwa mbele ya Mungu. Unaona, kwa hii life hakuna kitu ile ngumu haitawezekana. Kila kitu inawezekana, lakini ukimtanguliza Mungu. Ukitanguliza Mungu na safari yako inakuwa rahisi kwa kila jambo. Secondly, trust on yourself. Nataka uset mind yako kama I can do without anybody. I can do with God alone. I can do by myself. Be strong. Mtu usikubali tu mtu akwambie, yani hisia zako zisikutawale. Unasema sasa siwezi pira mpenzi wangu, siwezi pira sister yangu, siwezi. Usitegemee binadamu, jitegemee wewe mwenyewe na Mungu. Ambia Mungu akupe maarifa ya kufanya kila kitu. Unajua hata ndoa, ambia Mungu akupe maarifa ya kutunza hiyo ndoa yako na kukaa na roho ya uvumilivu. Unaona, usiwe yule mtu anatake, yani you take easy everything, you just lose easy. Mtu akikutishia kitu sasa wewe unaona life yako imeishia hapo. Hapana, we don't have to do that. We have to be strong na kumwambia Mungu shida zetu. Na ile kitu ninaweza sema kwa ndoa ama kwa uhusiano ni sacrifice. Muna sacrifice both sides. Kama mtu hawezi sacrifice for you, it means hakupendi na hakutaki. So usijifanye kelele hapo, kujikarisha hapo,
uko hapo sasa wewe ndio umekuja. Hapana. Na msipokuwa wavumilivu nyinyi wote, I'm sure hiyo ndoa haitaendelea, haitaenda mbali. Na vitu zingine, wacha kusikiliza kila neno unalosikiza kutoka kwa watu. Vitu zingine muombe Mungu akupee ufahamu na roho ya uvumilivu. Kila wakati mwambie Mungu akupee roho ya uvumilivu na ufahamu bora wa kufanya kila kitu. I'm sure hakuna mtu mwenye anatarajia mabaya, lakini kwa kila jambo so hata ukiachwa, just thank God. Thank God kwa sababu amekuacha upate mwingine. That was not your destiny. Maybe God will give you your destiny. Na hata ukikaa hivyo utakaa stress free, utaishi. You can stay for the sake of your family. If your husband or your wife doesn't love you, your family needs you. Na hata ukiachwa na familia, jua kwamba Mungu anakupenda na kuna sababu yenye amekupea tu uwai uendelee kukaa kwa hii dunia. Usijione tu hauwezi, hakuna ile kitu hautaweza. Kila mtu aanze kukupatia story ya maisha yake. In fact, you can so wonder. Me sometimes I used to listen for someone's story. Napenda sana kusikiliza watu. Na mtu akiniambia story yake mpaka hata mimi nilikuwa na yangu, naona yangu ni better than him or her. Because ukisikiliza different stories ama ukiangalia hata movies, unaona kweli hii dunia inakuanga na mambo mingi makubwa kuliko yangu. Unaona, jaribu kuentertain your mind. Usikae umepoeka tu, wewe umepoeka tu, hutaki kuona ile kitu mzuri kwa hii dunia. Kuna vitu mzuri, na hizo vitu mzuri zinakuja ukiwa strong. You just stand strong and you set your mind free. Usikubali negativity, anakuambia vitu unastuka. Usikubali mtu anakuletea negative things in your life. Mtu anaendelea kukuambia tu vitu na wewe unakuwa na pressure. Stop being pressured. Being pressured with yani vitu zingine hata hazina maana. Yeah. Unajua right. Kuna hii story unaonanga ati sasa maybe mwanamke ameolewa na mtoto. Huyo mtoto amegrow, amekuwa mkubwa. Then anakuja anafahamu kwamba huyu mwenye amemlea mpaka amegrow si baba yake mzazi. Baba yake mzazi maybe ni mtu mwingine. Alafu unapata mtoto anaanza kukaa na stress. Mbona? Yes. Yes, unanipata? Yes, nakupata. Kuna wa network inasumbua, ningependa niruhusu wasungumze. Mama Jifu jana kuna kijana amekuja hapa, network inamsumbua. Labda sijui kama utamruhusu dakika 2 kisha ndio nirudi kwa Mama Jifu General. Naona network inamsumbua, labda kuna kitu anaweza zungumza kabla hatujaweza kukuja kwa Mama Jifu General na Rispa Waro. Esther Nyanduko Kurutu. Mama Jifu General umeenda? Nilikwambia hawa matendo wako majuu sahi ni kubaya. Hawadanganyi hata kidogo. We always put God first, so mkitutishia no day tutachoka na live. Tumezoea vitisho online asif uko na mtu kai. Valian asema kwamba tunakupata sana. Thank you very much. Dennis Okimwa. Thank you kwa msome comment. Huyu Danika ni kama network inamsumbua. So that's why I wanted him to speak before we continue. So we value our network inasumbua. Kama tuko na network iko stable, nashukuru sana. Okay, thank you. Response tuendelee. Let's continue. So, mnanipata? Yes. So, ndio nilikuwa ninasema kuna hizi story unapata mtoto aliolewa akiwa na mama yake. So, umeolewa, huyu sio biological father. Huyu mtoto akigrow akiambiwa maneno na watu huyu sio papa yako, unapata huyu mtoto anaanza kukaa na stress. Mbona mimi sikuonyesha papangu ni nani? Unaanza kuleta vitiso ati sasa nitachua huyu si papangu. Sijui, unaanza kuchipea tu stress pule. Wewe shukuru tu Mungu amekupea huyu mama. Uwezi ukajua mama yako alipitia mangapi ama alikusaa aje.
yeye hakukutupa, alikulea tu na mikono yake miwili, amekutunza tu, amekutetea mpaka umekuwa mwanaume mzima ama msichana mkubwa. Sasa unaanza kumpea tena stressi, mbona mimi niko hivi, mbona mimi sijui nini, nataka kuona papa yangu. Hii ni upuzi. Wewe shukuru Mungu umefanikiwa na huyo mama. Kama amekutunza vizuri, pia wewe tia bidii. Juu ukifika 18 years, wewe ni mtu mkubwa, unafaa kujisimamia, uanze kutafuta life yako. Wewe shukuru Mungu amekutunza mpaka amekufikisha hapo, tena amekusomesha vizuri. Shukuru Mungu kwa hayo madogo yenye umepata, hayo machache yenye umepata. Just thank God for the gift of life, because si watu wote, kuna wenye unaweza pata maybe wazazi wake waliaga wote. Sasa ingekuwa wazazi wako waliaga wote, utauliza nani hawa maswali? You have to thank God. Mungu amekupea huyo msasi na huyu hata kama si your biological father ama biological mother, amekulea, amekufikisha mahali umefika. Pia wewe unaona mbele, unajua kujifanyia mambo yako, umejua kitu kizuri na kibaya. You have to set your life and just thank God for everything. Wewe pia ng'ang'ana na life yako, usaidi, at least urushe shukrani kwa mama yako msasi huyo mwenye amekulea. Umwambie mom, thanks. Kama babangu alinitupa mimi, wewe hukunitupa. Uling'ang'ana na mimi mpaka nimekuwa mtu mkubwa. Let me say thanks to you. Okay. Shikilia hapo kidogo Rispa. Wewe tuko hapa na wewe mpaka kieleweke. Sasa jambo. Mzuri sana. Mambo? Poa sana. Labda wewe. Niko salama na yenu? Tuko poa, labda wewe kuna zangu. Niko mzima. Tumepoteleana kidogo lakini leo nimeonekana. Umepotea sana bwana. Karibu sana kwenye show. Asante. Kushikana kidogo ni hali ya kutafuta hela. Alright. Nafasi kwako sasa. Yeah. Okay. Yeah. Nafasi yako. Sijajua mjadala ilikuwa ni gani. Sasa baje nimepata nani akiongea Rispa. Najua Rispa akiniona anaendanga chini ya maji. Siku hizi ananiogopa. Nakuogopa. Hey. Nakuogopa kwa nini? Mimi nimekuachia nafasi kwa sababu unaweza kuwa umechoka na stories. Unajua mimi, wacha nikwambie. Kukurukuntu. Mimi hujawahi jua passion yangu. Mimi ninaweza ongea the whole day na sijoki. Stories zangu sishanki. So, nimekupatia time. Ukimaliza, I will join later. Sasa hebu nipatie mjadala ndio nielewe kidogo. Mjadala ni kuhusu hao watu ambao wanachitia kitanzi kwa sababu ya mapenzi. Kuna watu ambao wanachitia kitanzi kwa sababu ya mapenzi. Hivi katika hii wiki peke yake kuna visa ambavyo vimefanyika kaunti kama 3. Juzi kuna kijana amejiua kwa sababu ya mapenzi, kwamba mapenzi anasema kwamba demu wake alikuwa amepunguza ile mapenzi, si kama awali. Tuko na vijana, mzee mwingine ameoa watoto 2 naye akajinyonga kwa sababu ya mapenzi. Pia mama watoto alikuwa anamcheza hata kuoreka kwingine. Na kuna kijana alijinyonga kwa nyumba ya shosho yake kwa sababu ya mapenzi. Na vitu vingi zinafanyikanga, watu wanajua, wengine kunywa sumu, wengine wanajua kwa sababu hiyo mapenzi tu. So ndiko tunauliza, mbona mtu akunywa sumu kwa sababu ya mapenzi? Tunafaa kusuluhisha vipi hili tatizo ndio watu wasikuwa wanachitia kitanzi kwa sababu ya mapenzi? Karibu sana. Okay, asante. Yeah. Okay, for one, ile kitu naweza sema inakuanga kitu cha kwanza, inakuanga ni kama ni kulaaniwa. Yes. Unaona, na most of the families unapata labda kuna mtu wa familia yao alikuwa amejinyonga before, so unapatanga hiyo kitu huwa inawafuata. That's number 1. Number 2, ukiona wale wenye wanafanya hivyo ni mtu achipendi, cause
before upende mtu mwingine, kwanza wewe lazima ujipende. Yeah. So ikiwa unajipenda, sioni hacha yako ya kwenda kujinyonga. Na kitu ingine, unajua watu tumelelewa kwa familia tofauti tofauti, na mostly wale watu wanakuanga very dangerous. Unapata mtu amekuwa desperate sasa, anakuwa na uamuzi wa kujinyonga. Ni wale watu wamekuja kujua mambo na mapenzi kama wamekuwa na umri kubwa. Unaona? Yes. Sasa brother, nikwambie, okay, tuseme for example, kama tuseme sasa kama wewe ama kama mimi, maybe before nikuje kuoa, sema maybe nikiwa high school nimekuwa na girlfriend, tukaachana, nikatoka hapo nikasonga. So ile ni kitu nimefanya nini, nimezoea. Hata ile siku nitakuja kuajwa haitakuwa ni big deal kwangu, ni kitu nimezoea. Alafu kitu ingine, what I know, okay, sikatai mambo na mapenzi, kupenda mtu, but ufai kupenda mtu na vile watu useme eti upende mwanamke ama mwanamke akupenda na roho yake yote. So if you want to love somebody, at least mupatie 70 to 75%. So hiyo ingine jiajie. Unanipata? Yes. Yeah, so at least unajiajia hii ingine, lakini hii mambo ya kupenda, unapenda mtu eti umempenda na roho yako yote, hiyo ndio kitu sana inachangia sana. Na watu tujipende. Sasa kama wewe ujipendi unaamua kujinyonga, una expect kiache au mtu mwingine akupende ndio kae na wewe. Hiyo ndio kitu mimi naweza sema. Yeah. Yeah. Sasa naona siku hizi ni kama hiyo upepo mbaya siku hizi imekuja, ni huko Kisii ndio watu wanajinyonga na mapenzi. Yeah, exactly. Yeah, na ile kitu sasa, unajua hiyo, that means ni sisi wasasi pia tujikosoe, sababu unajua wasasi tumeachilia watoto wetu sana. Watoto wa siku hizi, ukiona mtoto amefika miaka 10, 11, 12, unajua siku hizi naona mpaka wasichana wa miaka 12 unajua amejua. Nilikuwa naona siku nyingine huko eti kuna kijana anataka kuwa mwalimu eti juu sijui alimchapa, alimbadha na girlfriend wake, na huyo ni kijana wa miaka ilikuwa 12 years kama hiyo. Sasa unashindwa, hii ni dunia gani tumefikia sasa hii? Sometimes sisi wasasi tumeacha majukumu yetu. Hawa watoto inafaa tuongeleshe, hata kama ni msichana na ni wako. Kuna mahali imefikia, hakuna mambo na kusema tio nikiambia huyu mtoto hivi, hiyo sasa nimekosa heshima, sina heshima. Eli umwambie vile iko hivyo. Mwambie vile iko na hivi na hivi na hivi, hii dunia iko hivi na hivi na hivi, hii maneno iko hivi na hivi na hivi. Wacha ajue hivyo, na yeye atastuka, baba ananiambia vitu gani hizi? Kwani anaona mimi najua hiyo maneno? Akienda huko atajifikiria ni kama ameanza kunijua. So usinyamaze eti ni heshima, au ni mtoto msichana muongeleshe. Na wamama pia watusaidie, kwa unajua most of the time wamama ndio wanakaa na watoto. Akiona mtoto ameanza kukaa hivi, aache kumtetea, cause the next time huyo mtoto sasa atafanya vitu kama hizo za kujinyonga, yeye mwenyewe atakuwa anaanza kulia. Na labda mimi mzee sijui, labda naenda kibarua, narudi usiku, naamka asubuhi, sijuangi nini inaendelea. Wamama ndio wanakaa na watoto. Akiona mtoto anaenda kufanya hivi, mtoto ni wangu, sitamuua. Anaenda anamuongelesha, na labda mtoto kama haogope mama. Unajua sometimes huwa inahappen, unapata kama watoto wasichana haogope mama yao. So hata mama yake akimwambia kitu, atasikia anaongelea hapa, itokee hiyo masikio ingine. Lakini akikuja niambie ule mtoto, nikimuita hata anaweza ogopa, nimwambie hebu nielezee ile maneno mama yake ameniambia hivi na hivi na hivi, ni ukweli? Ataanza kutetemeka. Nitamwambia maneno
sitaki kuisikia tena. Hebu ongee na mama yako hapo na umwambie maneno utarudia, nikikuja jioni nipate hiyo jibu vile umemwambia kama utarudia. Yeah. Ule mtoto unajua Wacha kuweka atastuka kai. makosa kwa wamama. Wewe sisa, wacha kuweka makosa kwa mama, kwa sababu nyinyi wote ni wasasi na hii majukumu ni yenu sisi wote, sisi nyinyi wawili. Kama mume wangu ako hapa, yeye anafaa kukuja mapema kwa nyumba aongeleze watoto wake, aone wanakaa aje, wako aje. You have to take time with your kids. Also like a father. Si ati unaenda unakaa huko, unatoka job, unapitia pool, unaenda kwa club, unaenda unakuja kama umeelewa, alafu niwekee majukumu ati mimi ndio nakaa na watoto most. Hao watoto pia ni wako. Hii majukumu tunafaa kushikana sisi wawili, ushika hapo na mimi nishika hapo. Mtoto akikosa tunamwambia hapo umekosa. Dispa kidogo. Unajua, Dispa nataka kukuambia kitu kimoja. Mara mingi wamama ndio wanakuwa na watoto. Most of the time wamama ndio wanakuwa na watoto pale nyumbani. Na hii wakiwa mzee akimeenda kazi, akisikia kitu lazima anatuma mama, kama mtoto msichana. Unatuma mamako na mama pipi yako, anamwambia enda usungumze mtoto wako msichana, kuna vile ameanza kufanya nini? Mbona wewe usisungumuze na kukurukundu? Mbona wewe usisungumuze na yeye kwa sababu huyu ni mtoto wako? Leta nikuambie. Kuna nilikuwa na kesi fulani, Wanaume alianza kuambia msichana wake, hizo nguo umeanza kuvaa ni mbaya, ni miniskirt ni mbaya. Unajua mama bibi yake alimwambia aje? Na wewe unaangalianga wapi? Unaangalia mtoto akitembea mbona unaanza kumwambia anavaa nguo mbaya? Unaangalianga wapi? Unakuwa unaangalia mtoto sasa unaona ni vibaya. Mimi siwezi nikatetea makosa. Kama mimi mwanamke mzuri nataka watoto wangu wakae vizuri, siwezi nikatetea sasa ninatetea mtoto wangu juu amefaa vibaya. Kweli usemwe. Sisi wawili kama mimi ndio niko vibaya lazima niambiwe. Wanawake wa siku hizi, wanawake ukienda kurekebisha mtoto kumchapa, sijui amepatikana boyfriend, sijui amevaa vibaya, pipi yako anaanza kukuuliza wewe ulikuwa umeweka macho yako wapi? Unaangalia mtoto amevaa vibaya, nguo imefika kule juu. Inakuwa ni vita. And that's why it is hivi. Mtoto wako msichana, tuma mama aenda kumuongelesha. Mwambie naongea na mtoto wako hivi na hivi. Na hivyo ndio nimekuwa nikiona wale mababa zetu, wale wazee wa zamani vile wanafanyanga. Anaongea na mama, mwambie na kuzungumza na msichana wako, asiposikia sasa nitakuja, nitatoka sasa nitamkanyaga. Ndio msichana anaogopa. Lakini ukiendea mtoto wako unamwambia hivyo sijui nini na msichana, sasa baadaye sasa atakuwa na sasa I have one question for you guys. Niko na question. Uliza. Sasa unajua tukiangalia wakati huu sio kama wakati wetu sasa, wakati wenye tuligrow. Unajua you have to remember wakati tulikuwa una grow, your mother or your father will never stand for you akwambie hizi vitu unafanya sijui nini, hawezi kukwambia. Hatukuwa tunafunzwa mambo ya boyfriend, ya girlfriend. Unaogopa tu mzazi kama bado achakwambia hivi ni vibaya. Unaona? Tulikuwa tunawaogopa. Lakini watoto wa nowadays ukiangalia hii generation sasa, hii generation ya digital tunasema, in fact imekuwa worse. Saa hii ukiona hata hao watu wenye wanajinyonga moso boy child. Sasa wewe nikiwauliza nyinyi wawili, mkiangalia sana kati yao huyu mwanamke na mwanamume, ni watu wagani wanakufa sana kwa sababu ya mapenzi? Si ni wanaume? Ni wanaume. Sasa wanaume si ni jera, si nafanya mtu anaona siwezi angalia sasa. Ndio Lispa huku sikia point yangu vile nilikuwa namaanisha. Ile kitu namaanisha nikisema wamama waongee na watoto, haimaanishi wanaume hatuko responsible na watoto wetu. Unajua it depends. Siusikie nikwambie, siusikie niongee nimalize. Okay, siwezi sema
tuko responsible 100%. Kuna wengine hawafanyi na kuna wengine wanafanya. So mimi kwa sahihi naongelea wale wazuri na naongelea ile njia mzuri inaweza fanya ndio tupunguze hii maneno. Juu hatuanzi kuongelea tuseme tio wacha mama asiongelesha watoto nisiongelesha watoto. Sasa tunatafuta suluhisho la hii maneno vile tunaweza punguza. Ndio nikasema inategemea mtu unafanya kazi gani. Labda wewe ni driver, wewe ni mtu wa matatu, unaamka saa 9 usiku, unarudi saa 5 kwa nyumba. Ile kitu yenye imeendelea kwa nyumba ukikuja umechoka ukule uingie ulale. Uko na off labda tuseme ni si moja uko nao kama ni Sunday. Utapumzika pale, unajua utakuwa unakaa na hao watoto wasichana. Sababu kuna ile heshima wakikuona labda wameenda kwa room yao, wewe uko sitting room na labda kuna wale wadogo ama nini mmetulia. Kama uwezi ambigwa kitu fulani imefanyika, uwezi ukajua ndio uingilie. Na juu sasa mama yao yeye anashinda na hao watoto na amekuwa akiambiwa maneno, ameona mienendo ya huyu mtoto, anajaribu kudili nayo lakini ameshindwa na hataki kukuambia juu anaona utafanya nini? Utatoa makuja. That's why nasema ni makosa ya wamama. Juu mtoto ile kitu ita happen next time yeye ndiye atakuwa amekosea. Sababu unajua hata mti uwezi ukaikunja kama ni imekuwa kubwa, lazima uanze kuikunja kama ni kadogo tu. So vile mtoto wanaume mnajua tu kusarisa lakini hamtaki kupepa majukumu kama nyinyi wanaume msimame na nyinyi muongeleza watoto wenu ndio wawasikie. Sio lazima mimi ingekuwa nimekufa si yuko wao hao watoto utawaacha tu wasumbuka hapo ama wakae hivyo. Yaani wakae hivyo tu kwa sababu mama yao hayuko. Unajua Lispa, there is something you don't understand na sijui kama kuna kitu enda ulize na uambiwe aseke kuzibaga te omo saja no yogo saja no mokungu no yogo kolaki. Enda ujue hiyo meaning inamaanisha nini. Alisikiza omo saja no yogo saja. Hizo vitu sio vinafanyika. Si unisikize nikwambie. Unisikize nikwambie. Wani question inero. Okay. I question nero nali kupaboli inopavere. Wisekolike liboniga abana abamura abasacha kwanza tali abana kwanza tikatote tutikote babana. Boniga wisekolike lili abakungu nabo bagutugune mechande mengi. Abakungu abange batikiru chisingo mamu boniga ebaramba bange mono kubwa abasacha. Kwarolire umusacha ako kwaka abana agabo ugotigana ndogenda na ndolikyo yonde umongao. Osebwe ngento nyaka kwengende singencho. Wanorolire nainde ngocholo kotwale faida so kubwa komoleta faida yarabuye komonyene bunero umusacha bono umusacha ugo. You see? Bono abakungu ababarabu batongire chinkoro chi gold batari kwengenta abasacha nabo batangene kwengenta. Onye tali oboliri obonga abana batwalire nowadays. You men e conference ilimo korarangera ni mwate bangane chi conference mogo chiritu kolia Valentine Day kwebacha mutagitiko bogoli machukumwe ino unabasacha mwana riro gotiga nk'abakungu na abana n'ababakungu na kiki gekogera tucandikete n'abana bayibuire n'abasacha basacha bakari kulikira batete kwinyora abana babyarete isikogaye. Rispa ngoti koligeria abana nkobera na barabusi koge gatorenda nembare ne kibago PF na kibaso akana kibairana tali morendane mwensi ayo no musacho nyeto gotene no kwanera abana bago batebinya itugone ntagetobe igana nandi binte biga byamangana mapenzi nowadays byangere gukwanirwa asenyenjo byabeire negentu tukere public getari kobiso ekarona akinete ituko ndiyo my mama ale gonte lakini I was scared ituko ndiyo muibuli ona alenge gonte nga tonya kumnyoka na abaisi sijui nini kwanza lilikuwa ale gonte banga nkuitole ose kwage chuko ose kwache kuitu nando gwate banga kwa ngentani umongino ndago sibole nkolia gotebi ngente kwana yo mutangani kogo kwabwe nkoli gwate bobe una bukimo bukale kwanza igamenye kwibeke nkoli God forbid koni ko mwana koni gato ko mongetarigesa kweko igatoro chinga no kwebereri tubereria abana. Okay, Rispa. Aba ibori abanga bangina basubate bosaba mama ibagotetea abana babo
mete for example tentebeiga tutebe nga ninywomete nimbwata abana na my wife na bana bagakare inkali sabo gose bakare nyumba the way buna nchendega donate kukeshaga iga abana kuri mugaso bakabwe baragere bati na mwete tinsasa kabaswa nyumba mimi I can speak na bango kwana ki mwezi one ya saa moja saa 12 waikirenka kwa keneke but because I'm not there niko kazi siyesi nikatoka hapa ndiko na kimushinsa ngapi aso nyumba the one who's supposed to be responsible is the mom mungina ekera mwana ahita chikoringo kwana abakonte akera mukwanira sio ni mwana squeeze umete nkwana ali gata kaliko babia that's the moment nitajua kwamba mtoto amefanya nini utakera kwa Ekero usianerengia ekero usianerengia gati omusacha n'omukungu abana bagochera indi omaete tikangote ndugu the only problem to gwetera bona igase chinyome chiito yes neri abasubati aba baito batigire chire responsibility chiri batakere gukora buna bamuno mukungu batake basere gukora ekinde kitari ekiabo number 1 njebuna nakina omukungu omusacha iga kabeiro omuntu bokogenda kuria mali arete omukungu anyarende yes na mali ayu no ari bakainigirwe lyo begete bake family abana omukungu amanya abana basibigo omusacha ngwanya kwenda kusibi bana abana mbesibi mwana tabwati gento gete omukungu nero gocha gote sababu munasaidiana ne mokonyo go konya singe jachinga kijinge nkorigyo gochi nande korukana na tu akina nje na karorere etina gosemama nkogenda alengo olikoligo ese bintu osine chipesa alete chikole kwende chigotokonya omusinero olikoligie bintu okoraki oleta mama nokokoraki nokobirenda yes kororere in short ntuale gotegemea kirikieke mukungu na ekere kwikiraga kuona moiki bono yaikeire batebire omukungu no enera bakwenda kore gasi nyinyi gote munesa fanya kazi yes kwarra bakungu baletire eslogan ya bagateba pesa yake yenye anafanya kazi ni yake na yenye mwanaume anafanya kazi ni yao kwarra korugagu omwe toteba ni ekene omusaja obe tubwatie gasi mukago nero likire I'm very sure enyome iye ine ise kogende gegetambe tego extend 2 years omukungu olingo ikale bakabona asa gote angora kiri omusacha nyumba nkia bakara tego etani 2 years ikine kene ko gotaji chi nyinge njiri kogenda gete narorire njebono na mungu baigwana ine diari kwanza bamenyire miaka mengi baba na bere Nairobi gaige miaka mengi goetani bonega ne itini gujikogenda yes lakini okonyora omusaja bwate gasi ngoko nomukungu korare gasi omusaja gasi ayekoera amangana achakira gali mukungu ulikuwa kuchakira koleta amangana nini siwezi nikalisa mwanaume kwa nyumba umusacha uliokorera babaraki bagotigana because umusacha mapato ya akoreki taiyo lakini ntu abasacha ekero no emukaga kolegas toligotegemea besa chiri mono ayo monyene ngwa kole budget yako wera ndugu kala chirete chichi kubeke support lakini ngwanya kwa kere budget ya mukago no musara no choche gosini libumia konyora echinji chokole gento gete ogwake hesabu ini hesabu ra kere yembe igoro njanya gotoka okubanga nebintu byao bono gokwana igo gakimbaroro bakoriraye oyu no omo njitiga banongote it depends no musinki olimo kobeka it depends no musingi uri okobeka ometena kingo chana batebina ekero bwanje to umuntu you can do everything to make sure umuntu ye partner yawe na roke na isanegete na kiri gento kirimo konyoregeke nchibuna nje igento geko gera bono ngotebana maybe uranyore kero mukungu angere ko weekend maybe yo chironyorire na
agukora kiri gintu aye nutigarite nyumba agaiga turi komokonya responsibility ndi yonse ekero umaete omosacha agakara egasi nyumba agaiga ng'abuse nyumba nkore kiri gintu ndende abana buya kogocha kwanyora okwarigania buya at least omonto agokonyire at least lakini ekero oroche omosacha tabwate egasi aikaranse tarambulete amagoro abegete emesa igoro egasi yaye nokogwachia etv gose na omopira monto oyo iga none egekombe ase gwatigirete korwa maambia tari gosukia omonto buna oyo oroche noirane murare nere nomorembe nyumba omosekere origie endagera oche ochakere ase gwatigirete nonye na abana abagundete basondorereti amamiri yaani aete okorora kende tiga ngotebia nyuma nogokonyana ekero bono toroji tigango na chake toroji bono gwachire point eri nare gotei bono because ase eng'encho omosacha otabwati egasi ase eng'encho ngokora egasi kwamonchoreiri responsibility bono tigagende kogochonyora osibirie ebikombe osibirie abana igo bono nabo minute boigo bono toroji kwani ine guto koruga aguna musacha gosita gokora binto bino ebi koruga agwo ogotiga gokora kwarura ororo gwatebire nguragirire omusacha mwarura omwatiganire isi batotebania kene iga omaete diangotebi pekene korantegerera ndagotei gento korantegerera ndagotei gento nando ntegerere buya kabisa dispongi bubuya bono iga statistics eria koroki bono iga abakungu 20% y'abakungu barura ase chinywomo chiabo ebarura orore ase eng'encho yogochandu bagochandu chinywomo chiabo 80% ebarure chinywomo chiabo ase eng'encho ya ignorance ebinto binde ebisinini nobo rani kumea pembe warere nechibesa kasumba chiaso akiri iga chiakora kiorera bono amefika asi lazima akaya bila mwanaume na igekora goja gogototeigana eti wanawake ndio wanateseka juu na watoto usikotegerera chistori chinyinge chiabo iseke babwate abana gose nini batarasoka abande barure chimbobo oranyore chistori gose asa abantu 10 okonyora gose mbabere nabo gotegerera story igwarire naki oyo iga aronja ikirete anabo yaganeiria atiganene nyome ese ngejana makweri konya atigairoka echinde karo gochikorigereri nebinto binde biteye ebinto bare goisaransa bakwara binde biteye chinyinge nobwegenu botaiyo omonto tari goisanika na responsibility teiyo bono omonto ororanga oroche ndiki chibesa ndagereria abana ngosaba omonto none school fees tari konga kere gento ninche nyomba gaiga kere gento ninche afadhali nimenya igo manya ng'omosigo noyo nenche beka itisiri better bono Lisbeth gango borio na monene otaramona ja tingagereti gose musacha naro obwata abana bae nyumba ogokora egasi okonyora omusara ogenda okorera ebinto biaye gose nabakungu isiko tagwakarera mwana school fees omwana ose rwamenyete isiko onye bagotoka oina bwate problem gete reality rigereria comment rigereria comment ere iga se chats ise omonto naruganitie obokonyi omonto naruganitie obokonyi ntete masome message ere gabo okay ninyirotie message iga lakini otenga chinsa chakirense saa 8:13 vele na swali niko na miaka 28 nilikuwa nampenda mume wangu, watoto ni wawili. Bahati mbaya ameniacha, dunia hilo ni langu. Sasa unatoka kwa mume wako ama unatoka uende kwingine, na wewe ni mwimbaji. Swali lingine, utakuwa na mume mwingine because you are a Christian? Hilo si la sasa. Nataka usaidizi tafadhali, mimi mwenye deno na watu wote Hot TV tafadhali. Sasa naona time imeisha, na najua mkiona stream yangu sijaripia. Inanionya sijapata pesa ya kulipia kama hivi. So hii nikiapa ikiisha kesho kumaanisha sitakuwa show. Ndio maana sasa ningependa kwamba tuanzie hapa kesho. Ndio naenda kujipangia kulipia stream. Enyewe inanionya hapa itakata. So okay. Yeah, so si mimi mbaya.
ni hizi vitu Kenya imekuwa tofauti. Sasa kuja hapa. Sasa sijasema tuende. Sasa come back. Sasa sijasema tuende. Nataka tufanye hivi. Before tuweze kusaidia ili swali Rispa Gwaro tunaanzia hapa kesho. Utaandika chini Rispa Gwaro waanzie hapa kesho. Sasa kuja. Sasa come back. Anyway, Rispa Gwaro, as I'm waiting Sasa to come back, and nataka ku conclude in seconds. In seconds you conclude as I'm waiting Sasa to come back. Karibu sana. Njikaki bintu binde nabyo bingunya kutebana. By the way, chinyomucha nowadays cha very delicate sana. Bono tokemba ine bwege numbo iyo. So bintu binde bantu bande banga babwate chimbwatere nando sikuligere nambe nyinge my brother abasacha abange ba nowadays babeire bakobwachi responsibility bono omonto agochikuligereri oroche iga nyumba noganetikere gento omokungu oyo kwamoretera amachukumu abeire amanene gasi nchiyo besa nchiri gocha buya igo bono abanto babwate chimbwatereri kwarorire bono gekogera oroche abakungu babeire abange bare desperate isiko iga bare n'abana lakini abaise mbakorete ki mbaiyo nabaiga bakweng'enta egento nare kobatebi kweng'enta nkori chibu it's really better omenye igo buna omusasiro otiri bagokweng'enta osabe Nyasaye agokonye chinguru noboremereri kiagera ense eye iga kera omonto iga iboretwere bweka naende iga arakwere bweka ndete yo kobogorete bogima bwago noeng'entera oyo okweng'entera life must continue naende nokwa mokobekungora emonere egento kende kera kunda abatebi ekero mwagosanire n'omokungu n'omusacha obo onye koigwete goita eita katika namang'ana ya abana batige yani tobasa korengeria about abana gose goikereria abana oborogonya kobaka ng'a nino mogerete nchandete no bana mbagotomerete irube obarete ense yeiga naende kero Nyasaye akoete chingaki chiokoreta abana abo ense yeiga nabwate reason why so abana abo wachana na wao kabisa na Mungu atawa protect atawafanya wa grow baba mascha mambi ikiagera ense yeiga toibori tobiarane toichore ense yeiga bono omokenya onyanja no need of killing tobasa goita omonto ng'ogotigire gose tobasa goita ng'a bono gwatigirwe no obogima na obotambe my dear enkori na entambe Okay. All right. tinkoratigera abo kokurukunto Iri swali rya Valian make sure kwa libekire ense mambi nogochakira. Wow, timaiti gosora churi ntomere inbox nyakoli yakere sao ngora alafu Valian uyu ninganetia ndigi inbox we can share a lot you know. Valian, are you present? If you are present, say present. Tevanga present. Valian, no, uko present. Kama uko present, sema pale kwa comment niko. Kisha baadaye niweze kuona tutakufanya vipi, wapatane na Rispa Gwaro muongee inbox. Valian, bado kama uko naomba ufanye hivi. Sema niko. Kisha baadaye nitakuelekeza jinsi ambavyo utapatana na Rispa Gwaro live and direct. Sawa sawa. Anyway, hii ni Kisi Hot TV. Mimi hapa ni Dennis, ile ilikuwa siku ya kupata mchumba. Ilikuwa round 1, tukakuja pale katika mchadala round 2. Pale ilikuwa na round 3, kuomba msamaha. Ikiwa kuna mtu unataka kusamehe, msameane. Kama una kazi unataka kupeana, kazi unatafuta, ungeweza kusema papa hapa. Tukaweza kufanya nini? Tukaweza kufanya kutafuta jinsi tunaweza kusuluhisha matatizo ambayo yanatukumba. Mjadala kama huu unaopata kila siku ya Wednesday na mimi tu peke yake ndani ya Kisi Hot TV. The only station in Kisi and Nyamira and Gusia and Nyanza and whatever. Veli anasema kwamba yes, I'm there. Veli anafanya hivi okay. Veli Kama ako Facebook wanitafute Rispa Gwaro, hiyo ndio machina yangu. I will accept your request and we can talk a lot over there. Ama upewe namba yangu hapo, utapewa in private so that we can talk a lot. Okay, Velian, kitu inataka time sana. Velian, umesikia utamtafuta Facebook ama vipi? Utamtafuta Facebook?
Rispa Gwaro. Ama kama utamtafuta Mama G Vijana amekuja hapa. Very unfunny hivyo haraka. Mama G Vijana na mama the mama. Habari yako? Salama sana. Nilikuwa nimetoka kidogo ndio nimerudi. Karibu sana. Hata nilikuwa karibu kufunga na nikwende kunini kukolala, lakini nikaona kwa general nikawachuka kidogo akuja hapa asungumze. Sasa niambie chuchu. Ni samari mlikuwa mnaongelea nini? Naona Mapenzi. Nani anataka Mama G Vijana kwanza? Hapo tulitokanga round 1, utakuja next week. Sasa tuko round 2. Tuko round 2 ambapo kuona vijana siku hizi watu wanajua wanachitia kitanzi kwa sababu ya mapenzi. Kuna baadhi ambazo zimefanyika watu wanachitia kitanzi sababu sijui ameachwa, sababu mapenzi yamepungua kule, sijui amekatazwa sipendane. Why and what can we do? Dennis, ukiongea hivyo hata mimi nilipoteza kazini yangu, tumemzika 3 days ago. Pole. Through that. By the way, kama wewe ni umbo Girango, unajua kuna kijana alikufa kwenda huko, very handsome boy. Kijana ni kazini yangu kabisa. Wapi hivyo Girango side gani? Jeromo Girango. Side za Mochengo, Hayora, something like that. Ayora ukiwa Mochengo, na yuko huko chini Ayora. Ukielekea Ako kaponi kalikuwa kanaitwa Victor. Kalikiwa tu, kalikuwa kateni Chuka University. Mama G. Yes. Dakika moja. Verian, njoo hapa live nikupatie namba ya Rispa Gwaro kwa inbox private chat. Yes. Tuendelee Mama G Vijana. Yes. So ako kijana kalichiua sababu eti kameachwa. Sasa it is very painful, na ni kijana mmoja peke yake ndio yeye peke yake tulikuwa na yeye, yani huyo anti yangu alikuwa na huyo kijana peke yake, wengine ni wasichana wawili. So it's a shock. Si eti ni pesa zilikuwa zimekosa, huyo anko yangu is very rich. Yani kitu kidogo, alafu yani siku hizi tuko na upepo, kuna upepo imeingia, unahitaji maombi. Yes. People are dying because of depression. People are dying, yani kitu kidogo tu na kukasirisha, umekunywa pao nini dawa. For what? Okay, can I be one of one of the example? Me, in my life I have only dated one guy. Mi nimedate jamaa mmoja peke yake in my entire life. Mimi venye aliniacha, niliona tu ni kama hakuna dunia tena. Hakuna dunia tena na hakuna mtu atawahi nipenda tena. Nilikuwa depressed. Nilinyoa nywele. Unajua ukiwa depressed unaanza kufanya vitu fani. Unaanza kuongea mingi. Nilinyoa nywele, nikakuwa shagara pagara, ni kidogo tu nikunywa dawa ya kuosha ng'ombe. But again, because I used to stay with my mother, she noticed that thing earlier, and she was like, "Today you don't eat. You have changed. What's wrong with you?" So I had to open up with my mother. I told him, "Do you know someone?" Because we were ready to get married. You know someone, yani amenikosea, ameniwacha tu. Do you know what my mother told me? It's good amekuacha, because kama angekuwa aende akupachike watoto, ungekuwa umefanya nini? Ungekuja huku kama unatezeka. So it's good kama amekuacha. Sasa wewe songa mbele, Mungu atakuletea wako. So I want to talk to the young men and women out there who are in a relationship that is not over yet. Just love yourself, jipende. Unaona, alafu wacha kupenda watu tunampenda na roho yote. Unapenda mtu mwenye amchezaliwa na yeye. Yes, ikifika mahali pa kupenda mpende, but wacha kumpende tunampenda mpaka inafika extent ya kuchiua.
Love yourself first. Jipende kabisa, kuwa number 1. Huyo mwingine ndiye afuate. Na maombi. Watu waombe. Ala, communication. Mimi kila kitu nasemanga communication. Communicate with the person you trust. Kama ni kukurukutu nakuja na kuambia wacha kukurukutu. Do you know somebody venye alinifanyia ABCD? Yaani kukurukutu ukinisikiza hivyo utaniambia ai mama Chi, wachana na hiyo stress, wachana na hiyo huyu iko hivi, huyu ako na wifu, wachana, yaani uta make sure calm down. Exactly. So I want young men out there that to just trust the process. And Wacha open kupenda up. mtu sana. Wacha kupenda mtu sana. Jipende kwanza, alafu uombe maombi kitu ya muhimu, alafu stop. Wacha kukufa sababu eti mtu hata kama ulikuwa umemuoa, achana. Kama amekufanyia vitu zenye uwezo kuvumilia kumuoa, wacha kumuoa ama wacha kujiua. Separate. Yes, there's a lot of women out there who can make you happy. There's a lot of men out there who God can choose one for you to make you happy. Separation is the key. Just separate from that person na uanze kujipenda. Let me tell you kunkurukudu. Do you know why unapata mumeachana na mtu after some period of time, maybe 6 months, 7 months, 1 year, anarudi kwako? Do you know why? Because you are growing, you have changed. Unaona, mtu anataka kurudi sababu anaona you are falling. So go out there. Ukishaachana na huyo mtu ama akisha kuacha, go out there, shine. Nao wakati una shine unapata nini, mtu mwenye yani hata huyo mwenye alikuacha hawezi fikia the class. You are growing, you are shining. So watu wakiachwa, wacha tuanze unakunywa dawa, nobody will love you. Loudspeaker. Aye mama Chi. Ukiachwa weka muziki loudspeaker. Udance kama ni ngoma, kama ni nyimbo zinakuingia, wewe sikiza, kunywa muziki kama kahawa, kunywa muziki, talk with people, talk with your friends. Talk. Unajua sisi kukurukuntu, sisi wanawake ile kitu inatusaidia inafanya kama hatukuangi na yani tunasahau haraka na tunachipenda. Unaona, we have the reason to smile our kids. You remember about your kids, your beautiful daughter, your beautiful, your handsome boy, you have something to smile at. Halafu unaona tukiongea, tukipiga mshene, mtu anakuambia story yake, anakuambia hata mimi nilifanyikiwa hivyo, sijui nini, mtu anakuambia story, unaona yangu ni peta kuliko ya fulani. Sasa unachipea moyo. Lakini nyinyi wanaume you don't open up. Ndio nilisema, hata nimeshinda nikisema hapa Lispa. Hii ni mara yangu ya ngapi naambianga mtu wacha kuoa takataka yoyote kutoka hapa nje. Yes. Wacha kuoa, na nilisema ukitaka kuoa mtu wacha kumpeleka kwa kitanda. Kutana huko boardroom, si bedroom. Unajua the minute unapeleka mtu bedroom, ushasahau na rules za ku investigate huyu mtu. So sex inakukatishia njia yako ya kujua huyu mtu. So kuwa marafiki na huyu msichana, kuwa marafiki, wacha kuweka intention zako kwenda kwake, kuwa marafiki, be caring. Sasa ikifika mahali unataka kumove on, sasa tell her, baby, I want ABCD, do you think we can do this? Unajua ukioa rafiki yako, ukioa your best friend, hata kama amekukosea kama bibi, lakini hapa nyuma atakuja kusema this guy is my friend. Siwezi nikamfanyia hivi. So wale watu wako huko nje sana sana wanaume, please ongea, talk. Wacha kujiua. Mimi nimeona vitu Facebook mpaka nashangaa. Yaani kijana mzuri. You know how many women amewacha huko nje widows. Do you know wanawake wenye wamewacha kama hawana mabwana? Huyo mwanaume do you know anafaa kuoa wanawake wangapi? Okay. Stop. So talk na mwanamke, na wewe wacha kujiua. Ile kesi yule mwanamke eti bwana yake ameanza kucheat on her, sasa akaua mtoto na yeye akachiua. Ujinga. Yes, that's madness. Wachana na innocent babies. Wachana na masuja wa kesho.
Wewe kama umeamua Madness. kuenda, enda peke yako. Na Yes, hiyo madness. unajua, usipoongea shida zako hakuna mtu atajua shida yako. Sasa mimi Yes. nikisikia kuchukuna kwa mgongo, nisipoambia mtu kuja unikune, mtu atajua aje ninasikia kuchukuna. Si lazima niambie mtu ninasikia kuja unikuna hapa. Na huyo mtu atajua shida Yes. yangu mahali kwa nikune, Right. nisikie vizuri. It's okay. Thank you. It is Right. good to share your story. Your story is a good experience to other people. So Right. you get that experience, you see? Okay, thank you. Right, thank you. Saa 8:30 tarehe 16 mwezi wa 9 2021, nilimwambia kwamba hii stream yangu sijalipia. Sasa Mama G for General ametoroka, na kama sijamwambia atoroke. Mama G for General, umenichokoza. Yeah? Wewe maliza show tufanye vitu zingine. Huyu mtu anaitwa Valian anasema kwamba kwa YouTube pekee. Sasa huyo sasa sijui nitamsaidia aje, kwa sababu unajua wewe. Bado upo? Kama upo niandike comment pale, niambie nipo. Nikwambie next resolution ya kufanya. Mama G for General, nataka kutaka ukuja hapa nikwambie what to do. Mama G for General, come back. Valian, yes, I'm there. I'm not on Facebook, just on YouTube. Esther Nyanduko, naona pale kila mtu alikuwa ameshiriki hapa kwenye show ya siku ya leo, imefanikiwa. Tangia mwendo wa saa 5, sasa hivi saa 8, masaa 3 dakika 15 tumepiga. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu, watu wangu. Nyinyi watu wangwana sana. So Valian, kama uko pale, tafadhali niandikie comment niambie kwamba upo, nikwambie last option on what to do. Mama G for General, ukuje hapa. Imeonga 31 baada ya saa 8 Afrika Mashariki, sasa hivi ni asubuhi. Tarehe 16 mwezi wa 9 2021. Mwezi unaenda mbio sana bana. Mwezi tumeanza chuzi. Wewe wacha siku sikimbie, wacha kutusumbua hapa. Kwani unataka kurudisha mwezi nyuma? Mwezi umeanza chuzi bana, lakini umeenda mbio sana mpaka mimi nimeshtuka bana. Mimi nataka hizo siku sikimbie haraka. Valian, nifanye hivi. Valian, kwa sababu umesema haupo. Ana WhatsApp. Sasa nataka nimwambie afanye hivi. Kama uko na WhatsApp, hapo kwa screen unaona namba yangu ya simu. Valian, Rispa alisema mpatane Facebook, umesema haupo pale. Na nilikwambia ukuje hapa nikupatie namba ya Rispa kwa Aaron private, umesema hutakuja. Last chance ni hii sasa. Pick my phone number hapo kwa screen hiyo. WhatsApp me, tell me this is Rispa kwa Aaron. Nitakupatia namba ya tell me this is Valian. Nipe namba ya Rispa kwa Aaron, nitakupatia. Niko na namba ya Rispa kwa Aaron. Muongee na yeye. Rispa kwa Aaron nataka msungumze na yeye pale nyuma ya tent. Msungumze na yeye. Yes. So kila mmoja ambaye amekuja kwa hii show, Mama G for General amekataa, amesema hawezi rudi. Yote ni sawa. Sasa Rispa kwa Aaron, nataka in 1 second. Last word na utuombe in 1 second. Mimi sasa unaona venye nimeambia watu waache kujiua kabisa. Hiyo mambo ya kujiua, na kitu ingine tuwe wavumilivu. Hata kama umepatwa na jambo kubwa. Mimi nikianza kuambia story yangu, pia utaona yako ni kidogo kuliko yangu. Tumeyapitia, lakini so tuko hapa na tuko strong. Tunaendelea kunona tuna shine. You know, that is the spirit. Unaona hata watoto wako waambie, unajua nini babe, ni kujiamini. Hii life ni kujiamini. Si unaona tunaendelea kuteseka tu na wewe? You must be strong. Now you have to make even your kids to understand this is life and this is the reality. Right. You want to stand with the reality, and you must be strong, and also tell your God every situation. You see? And everything will be easy for you. Na Mungu pia hawezi acha mtu mwenye anamuomba. Unaona? Yeah. Mungu anatuitanga, kama umeremewa na mzigo yako, njoo kwangu na mimi nitakupepea. Try me. I will carry everything for you. All your burdens, I will carry it for you. Just trust in God. Lia kidogo, nyamanza, ufute machozi kabisa. Mwambie Mungu, nipatie chance nyingine ya kuishi.
Waro, naomba tumalizie hapo. Kujanga mapema ndio tunapiga, kwa sababu unaona nilikueleza. Tuombe tafadhali, tuombe tu. Okay, tubeke kuangalia soko sawa. Omuchani tata Nyasaye twachira sole mambia bona tukwira ni mbiamo nande mbiamo na singincho yake ukiobogima tata mbiamo na singincho watonire kururi tukuliaga chagete mbake mambia bona twachira sole tugusaba twabire bibitu yari twakwanira yo kwasera umunyamabira manke yari twakwanira mamichano kukani kwago utwabire bibitu umunyamabira manke utworokereri ayaramaya utworokereri injira y'uburungi tata twaye chingoro cy'ukwabira na kugwanja butambe na gwanja abami to bali batunjukana ine munyamabira manke lige family cheto lige abana baito abagaka baito abangina baito munyamabira manke chinywa mu kigo cyakabona tatu munyamabira manke nekire chiko buneko munyamabira manke nabasabira niyo mulembe no gwanjani tatu munyamabira manke tuwaga totorende obubura bubuito butukono mu baso totigo mubire cyaburukani munyamabira manko mulembe nasabira nirense ya Kenya abami to barwalite bari bitande byo mu negitari abali basiriri guna abamwabo abandi basiriri basemeri munyamabira manke nabanyure mambi yabono asiritale Yesu Kristo munyamabira manke abami to kibago cyukutimuka nabandi abo bakwenda kigase mambi yabono nabasabira niyo bo mulembe no gwanjani nando bikirane kubane kwabo miro billions to bangi to tukirane kigera nayo munene w'imikanda billions to agutegira solo munyamabira manke utoraye utolinda asiritale Yesu Kristo yorumutona sabira kwigena. Amen. Amen. Thank you for coming. Asante sana Rispa Gwaru, nashukuru sana. Thank you kila mmoja ambaye ameingia. Show imefanikiwa tangia mwendo wa saa 5 saa 8:30. Nawaambia kesho nitawawakilisha katika ndugu yetu ambaye alikuwa amepoteza brother yake Progolta Okoro wa Evarareye Kigoro TV. Kutoka alikuwa anakaa country gani? Qatar. Lakini mazishi ya ndugu yake ni kesho pale sehemu za Marani. Mimi kama Kurutu nitahakikisha kwamba nimewawakilisha pale moja kwa moja na tuone jinsi gani mazishi yatakuwa, tusaidie tushike ndugu wetu mkono. So mimi nawawakilisha pale engora na se family yeju na bali konsipi basiriri kwa bamwabo engora na nandi togendera ko basabira ni chinga kichance. Okay. Thank you very much. May God bless you so much. This is Dennis Nyabuto ama Kukurikuntu. The only sura personal found in Kisi Hot TV. The only Kisi Hot TV inavuma na kuburu. Okay, kiso nige kongo na asirire. Janta kubia. Nashukuru sana, Mungu akwe pamoja na nyinyi. Tupatane tena leo mwendo wa saa 4 mpaka kieleweke nao. Sasa hivi sasa niwaambie bye bye, good night. Okay, Mungu anawapenda na mimi nawapenda sana. Ila tunakuambia kwamba ukitoka hapa, kama utasubscribe katika YouTube channel yangu ambayo inaandika andika tu Kukurikuntu TV, itakuletea tu hapo hivyo, iko na picha, niko na mtoto pale. Ingia hapo ndani, subscribe, share, the comment. Sawa. Ila tu bye bye, good night. Kukurikuntu, sorry. Yes. Valerian ame copy number ama bado? Valerian, umechukua namba yangu ya simu? Valerian, anaitwa Velian, umeshachukua namba ya simu? Velian, inakutegea hapa, sema yes or no. Ndio tukaanza kuondoka hapa, tujue vile tunafanya. Velian, yes or no. So kwa dakika moja ni hiyo tu ya kungoja Velian anaweza kutype. Najua kama type tu no yes. Umekopi namba. Kukurikuntu kwa hii live ni kushare Yes. Kushare na watu. Ukipatana na watu wengi, the more you grow, the more you meet more friends, and the more you experience a lot of things. The more you hear some stories. Mi nikikwambia story yangu, every day I made friends. I want to make friends every day. I don't want makasiriko. Ngoja kidogo. Kiprotich Peti anasema kwamba I need someone. Kiprotich Peti, I need someone. Kiprotich Peti, unataka mtu aina gani? We try to. Very amekopi namba yangu ya simu. Kiprotich Peti, unataka mtu aina gani? Hebu chukua hii link. Unajua nilikuwa nimefunga, hata nilikuwa nimeomba
kwa sababu ya wewe Kiprotich. Acha nikupatie hii link. Protich nimekupatia dakika 2 waiting for you. Wewe Velia ni text hiyo hapo, nikupatie namba ya Rispa. Text me live saa hii, niko na simu hapa. I give you this number of Rispa live and direct saa hii. Niandikie ujumbe saa hii pale WhatsApp, nikupatie hii namba. So Kiprotich, unataka mtu wa aina gani jamani? Just text me. So that's why nakwambia kukurukuntu hii live by the way itaki makasiriko. Chini uniandikie kwa comment, unataka mtu wa aina gani, miaka mingapi, anawe na nini na nini, asikuwe na nini na nini. In the next 1 minute nikienda kuondoka. Yes, Rispa. So that's why nilikuwa nasema ukitaka kukaa vizuri make friends every day. Unajua ni watu wangapi wanakutaka huko nje ukichinyonga sasa? Hao watu wengine unawaachia nani? Satan. Sasa unajua ukichiua kwa sababu ya mtu, kuna watu wenye wanakutamani na wanakutaka sana. You are special, you know. At least wacha mtu achione kama yeye ako special sana. Ufire Mungu alikuumba. Alikuumba akijua wewe ni mtu wa maana mbele yake. Mbele ya Mungu kila mtu ni special. You see, so take that opportunity to appreciate God and ask God for your love, the love of your life. Kama uwezani na mambo ya wanaume, unaweza stay for the sake of your kids, for the sake of your family. You relax your mind, you can enjoy yourself, you can make people happy. Mi ile kitu ninasema, kama sasa mpenzi wangu siwezi nikawa na faida kwake, kuna watu wengine wengi niko na faida kwao, because I'm sure in this world kila mtu ako na talent yake, ama sio hivyo kukurukuntu? Kama huyu ameona hauna faida kwake, kuna wengine uko na faida kwao. You see? So kuna watu wengi wanakuhitaji. You don't have to kill yourself. Yes, exactly. Yeah. Na usione huo ndio mwisho wako, na hata life ikiwa hard aje. Mimi nikwambie kukurukuntu vile niko hivi, nilikuwa ninafanya vibarua, na sikuwa ninaona kama ninakaa life mbaya. Hujawahi kongoa mahindi gunia mzima na unalipwa 100 kwa siku, na hiyo gunia unakongoa maybe 3 days ama 2 days ndio upate 100. Hiyo life yote tumepitia na tuko hapa. We are just pushing and God is great. We are now strong and we are alive. We trust in God and we thank him always, because ni yeye ametufikiza mahali tuko, sio ati ni kwa nguvu zetu ama kwa bidii yetu, ni kwa neema tu. Na ukue mtu wa kuongea, talk with people. You run through experience and the experience is the best teacher in this world. You see? So vitu mingi tuachie Mungu, na usijisumbue sana na mambo ya kesho. Ati sasa huyu ameniacha, kesho sasa nitakuwa aje? God will send a good Samaritan tomorrow. You see? Right. Network. Huyu anasema Kiprotich Betty anasema network iko down. So Vale anasema kwamba nitakupigia kesho, sina WhatsApp, I use just YouTube. Okay, sawa, utanipigia, ina shida. That number usipige direct. Namba yangu ya kupigwa direct ni tofauti, yenye siwezi peana hapa. Huyu mwambie kama unampatia namba yangu, kama akona himo pia, kama akona himo moso messenger ama imo, we can connect well. Valian. Na sasa unaongeacha na watu kama hauwezi kuwa na imo ama WhatsApp ama messenger. Age between 19 to 23, we shall talk about the dislike and the rest. Yeah. Okay. Kiprotich, wewe ni mwanaume ama wewe ni mwanamke? Age between 19 to 23, we shall talk about dislike and the rest.
Kiprotich I Petty, think are you a lady? Are you a woman? Are you a man? Are you a boy? What? Kwa niandikie tafadhali haraka sababu nilikuwa nimeuza show. We will talk this another day. Yes. So Valiant, kama uko na that number ambayo umechukua, you can get me on email and WhatsApp. Okay? Messenger umesema ya huko pale, do messenger na one on hand na Facebook. So I don't mimi know. niko kila mahali, akipata namba yangu atanipata. Akinipata WhatsApp nitamwambia vile tutakutana imo. Ni vile siwezi andika namba yako hapa kwa screen kila mtu aipate. Hapana, sitaki hivyo kwa sababu I don't like it to answer to strangers. So I can fail it if I do that because utapata watu wengi wanakuja strangers na unajua I don't reply to strangers. Kama wewe huwezi kuja kwangu niambie mimi ni fulani fulani na uniambie mahali umetoa namba yangu. Lazima niulize maswali. Umetoa Facebook. Utafikiria ni polisi. Mimi nitakuuliza maswali. Hata wewe kurukundu, ile siku utakuja my inbox, lazima uniambie ukweli. Usiponiambia ukweli utapata block. Utakula block. Nothing. Mambo ya Saudia ni mengi. Kiprotich Petty na ngoja useme wewe ni mwanamke ama mwanaume. Yaani I want you sema mimi ni mke, mwanaume, msichana, kijana. Itakuwa very well tafadhali because nataka kutoka hapa mbio, lakini hatu hapa 19 bana, hapo huyu ni mtoto mdogo. Mimi ni mwanaume. Yes, amesema kwamba yeye ni mwanaume and anataka mtu wa 19 ni mtoto. Hata say at most wewe miaka yako sijui ni ngapi, tutajua baadaye. You just say at 19 ni mtoto mdogo sana. At Kiprotich 19 20, hiyo ni mtoto mdogo sana. Velian anasema kwamba nitafungua. Wewe fungua Velian, kama ulikuwa unasumbuliwa na mapapa wa Katali bako ukafunga kila kitu, sasa fungua, communicate na Rispa Gwaro. So may God bless you so much guys. Let me read from here. We will meet here. Kiprotich Petty, patana hapa leo saa 4. We talk more. At this moment inafaa nipumzike because inakuwa na mkia kesho mazishi. Watu walikuwa wananisumbua nikafunga. Anasema mapapa wa Katari walimsumbua mpaka akafunga bana na ako single. Anyway, so make sure Kiprotich Petty, we meet here today at exactly 10 p.m. and this is I say bye. Bye. Bye.